Yes, kideka kyabutukire irengechi kideka 10 ase chinsa isato chia abono magoroba andonsi asoke bwaterete mwancho murigereria karibu sana ase eshow yelitukeriga lya rero eshow ya tachirense kegima eshow kuraiga Kisi Hot Television andonsi asoke bwaterete amashabiki aito karibuni sana 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 nyasaye tiga anyare ko basesenia bari mugenderete ko bamona intwe ase chinse chiga chia abono botuko amashabiki aito kurwa sense ya Kenya amashabiki aito kurwa chinse chaisiko karibuni sana si show tuanyoliro kidogo lakini rende mbuya mono ase ogotubwata emetambo tuachikora arosi mdogo mdogo lakini tunashukuru Mungu iko sawa elinde elio tukwanere engana yaito gigaiga boikeranu bakoretera amangana eyemo ase eyemo kurugigaiga ase studio ekera rero tubwate engana enkongu gigaiga mwancho murigereria tugukwanera amangana abera atatu aiga ase studio elinde elio torenga ngakitobo konyana intwe buna abana bagusi abana abamo. Yes, sante sana no chengo simo David no araiga ase studio omugeni one kuna kuyarigania regigaiga okwanera mangana abira atatu igoro ya abanyaruka baito bare ase chinsemo chiria chia Gulf chinse chiri chisiko chinse chia Warabuni emechando bawetera naende naki baranyare wetanga kurwaroro lero nko host tole one of the experts kurwa one of the embassy kurwa senseri ya Saudi Arabia elio gukwanira engane yiga asenchira y'ubwikiranu naende onye kubwata libolio kana kuyariga ningo cyandiko baye link elinde elio tukwane tukwanire engane yiga elio etutunge tenande yaretero bako ubonge ase abana baito bare ase chinse chia Saudi Arabia chinse chia elinde elio torigie lichibunga ngaki nimanyetenga abande bari baturigereretie chinse chiga
chia abono botuko lindi litomanye ng'akae ng'akigikari. Meanwhile, keep coming kakasungura nerore iga ase emetambo kuhakikisha mambo yote inakufikia vizuri sana. Abantu baminto bali mogendete gutuma comment chino. Keep sending your comments, keep sending your questions here. Nguchitole guchiraniria aiga ya mase yamo omugani mbwate gakwiruka mwana wa Mary lakini rende kirai gana cheto tebyo marita kamiri ngakiakurukwa na inderende igagokora ase one of the embassies, US embassy, Saudi Arabia embassy no agokora merimo ndocho ikirega ase studio ndagete mwali baga Osiemo David, hiyo link iko wapi? David nitakupatia link. Ruth Nekesa, thanks, welcome to Paul. Ruth Rabera ndocho ikiraiga amefika hapa. Anet Maroko niko ndani, asante sana kutoka zile sehemu za Dubai, karibuni sana. Naona Mwana wa Mary ashawasili hapa nyuma ya studio, nataka nimlete live. Mwana wa Mary anafanya na Embassy nchi ya Saudi Arabia, so leo hii nataka nimlete kwa studio atueleza anaitwa nani, anafanya kazi gani, na nitie studio yote atueleze mateso wanadada wetu wanapitia kutoka zile nchi za Gulf. Venice Kerubo, I'm watching you live, asante sana kwa kuungana pamoja nasi wakati kama huu. Mwana wa Mary, how are you? Niko salama, habari yako? Niko salama, karibu studio za Kisi Hot TV. Asante sana. Tuko live YouTube pamoja na mtandao wetu wa Facebook. Asante sana. Wakati huu nataka nikupatie usukani. Mimi naondoka but nitakuwa backstage kungoja mashabiki watakaouliza maswali na mawili matatu. Niko hapa kuhakikisha kwamba show yako inakuwa ya kukata na shoka. Nataka nikupatie nafasi, nataka nikupatie stage ili utuelekeze one by one shida ambazo wanadada wetu wanapitia katika nchi za Gulf, na hizi shida wanaweza kuepuka vipi na wanaweza kujiokoa vipi wakiwa pale, kwa sababu umeona kwa mtandao kuna msichana mmoja aliyekuwa akitembea anatafuta police station, anasema kwamba wamekosana na mfanyakazi wake. Kwa hivyo shida kama hizo tunaweza kuzitatua vipi na suluhu ni lipi? Karen Mukeira, karibu sana. Lydia Mogire watching from Bahrain, asante. Ruth Nekesa, karibu sana watching from Saudi Arabia, waiting to hear from him. Thank you so much. Welcome all of you. Welcome to our studio. Mwana wa Mary, karibu jukwani. Asante sana. Habari zenu wasikilizaji mahali kokote mlipo. Kwa majina ya utani ninaitwa Mwana wa Mary na majina yangu kamili naitwa Kalisto Peter. Kuna jambo ambalo kwanza kabla hatujaendelea ningependa kulirekebisha, ndipo tutakuwa tunaweza kuendelea na live stream yetu usiku wa leo. Asante sana studio ya Kisii Hot TV kwa mwaliko huu leo usiku huu. It was abrupt invitation but nimeweza kuipokea. Basi kwanza nataka kurekebisha jambo moja mwanzo kabla sijaendelea. Nataka kusema ya kwamba sifanyi kazi kwa ubalozi. Sifanyi kazi kwa ubalozi wa Kenya. Hapana. I'm just a community and a volunteer who is volunteering to help Kenyans ambao wako nchini Saudi Arabia kama Mungu amenipa kibali. Basi mzee wa studio ameniambia kwamba niweze kuzungumzia janga ambazo zinawapata wa Kenya ambao wanakuja kufanya kazi Gulf. Mambo ni mengi ambayo huwa watu wanayapitia wanapokuja kufanya kazi Gulf. Na mwanzo mambo hayo yanaanzia nchini kwetu Kenya, na yanaanzia kwa watu ambao wanawachukua wafanya kazi kuja kufanya kazi, ambao ni agents ambao wameregister na Ministry of Labor nchini Kenya. Ndio wa kwanza ambao hawawapatii wa Kenya information ambayo wanafaa kuwa nayo. Information ni kitu muhimu sana, ambapo mtu aelezwe mazingira ambayo anaenda kuyapitia ama kuyaingia katika maisha yake. Hilo ni jambo la muhimu
ambalo tunafaa kulizingatia sisi ambao tunakuja kufanya kazi Gulf. Jambo la pili ni matarajio kupita kiasi. Watu wengi tunapotoka kuja kufanya kazi Gulf, tunakuwa na matarajio kupita kiasi bila kujiuliza maswali yafuatayo. La kwanza, je, mkataba huu na aina hii ya kazi ninayoenda kuifanya inaweza kuwa na masharti ya aina gani? Hii kazi ninayoenda kuifanya, nimeambiwa nitalipwa 30,000, nitaambiwa nitalipwa 25,000. Je, kazi hii watu hawa ninaoenda kwao ni watu wa aina gani? Hilo ni jambo la kwanza ambalo wewe mwenyewe binafsi unafaa kujiuliza. Kwa hivyo agents ni kama wafanyabiashara ambao wanauza dukani ama wanauza vitu barabarani za rejareja. Mradi tu amepokea zake, anaondoka na kuachana na hali yako wewe upambane nayo. Na jambo hilo limetufanya, mtu ametoka Kisii town, mtu ametoka Busia town, mtu ametoka Kakamega town, mtu ametoka Kiambu, huko ndani mashinani, hakuwahi travel, hakuwahi tumia vitu vingine, ametoka Mshomoroni huko Mombasa, hakuwahi enda mahali kokote. Unamuondoa na unamweka kwa ndege, unamleta nchini Saudi Arabia, and even the contract unasainia kwa airport. Kwa hivyo sababu ya kwanza ni kwanza sisi kama agents ambao wako nchini Saudi Arabia ni kuweka ile misingi iliyo ya kweli ya kwamba ukienda haya mambo yatapatana na wewe, na kuna matarajio ya mambo mazuri kupatana na wewe ama mabaya. Maana katika kila nchi kuna watu wazuri na kuna watu wabaya, na wakati mwingi sana huwa tunazingatia mambo ambayo yanatupata mabaya ndiyo yanayoangaziwa kuliko mazuri. Pili, unapoondoka sasa, yale mawasiliano yanakosekana. Kwanza, haupati mawasiliano kutoka kwa familia, a proper communication. Pili, haupati mawasiliano kutoka kwa agents. Tatu, lugha ambayo unaingia nayo hapa inakuwa lugha tofauti. Watu wale ambao unakuja kukutana nao wana sheria zao, wana mambo yao, wana vitu zao wanavyovifanya. Pia kuna mila na desturi walizo nazo. Kwa hivyo unaingia kwa a strange land, a foreigner, strange land. Kuna joto, kuna kitu kama ni baridi kabisa. Kwa hivyo kuna vitu ulitarajia hauvipati. Alafu mawasiliano yanakosekana, kwanza kwa familia, kwanza kwa agents wote wawili. Unabaki ndani ya giza. Jambo la tatu ni wafanyakazi walioletwa ambao wanatuwakilisha katika balozi zetu tulizo nazo. Wengi wao hawakuwa na masikio ya kusikia shida za watu wa viwango vya chini, na watu hawa ndio wanaoleta matatizo yao, ndio yanakuwa mengi sana. Tatu, kufuatilia ile contract ambayo ulipatiwa. Hakuna mtu ambaye anafuatilia ile contract kujua ya kwamba wakati umepelekwa kufanya kazi, haki zako pia zifuatiliwe na zitiliwe maanani. Ni haki za tajiri peke yake hufuatiliwa. Maana ukidanganywa, maana ukiambiwa hivi, hakuna vile utakavyoweza kufanya. Maana nimejaribu kwenda through some contracts, zinaongea kuhusu watu ambao mtu atakuja kufanya kazi ni wangapi. Umeandikiwa ni familia ya watu 5, unakuja unakuta ni familia ya watu 15. Hakuna mtu ambaye ataweza kufuatilia kujua ya kwamba kama ningekuwa ninaosha nguo 10, saa hii naziosha 30. Hakuna mwenye atakuja kufuatilia hizo haki zako kuja kutimilizwa. Unakuja kazini, unakosa simu, unakosa vibali vyako ambavyo unafaa kukuwa navyo. Kwa hivyo huyu mtu anakaa under threat, na hakuna mtu ambaye anaangalia hali yako
zaidi ya matibabu, zaidi unakula vipi. Kwa hivyo ule ushauri ambao yule tajiri ataambiwa, huyu mtu vyakula aina hii si vizuri sana kwake. Mlisema nyinyi ni watu 5, mko 15, hatutakubali mfanye kazi hii. Hata matatu ukikutana na polisi inabeba watu 15, unamwambia mko na 20, lazima utawekwa fine. Kwa hivyo mtu, haki za mfanyakazi hakuna yule ambaye anaweza kuzitimiliza. Na ukipigia agent simu anakuambia vumilia, ukipigia huyu mwingine vumilia, ukipigia mwingine, ukipigia ubalozi hauna sikio la kusikia pia. So mtu anabaki desperately, unabaki ya kwamba huna mahali pa kwenda, huna kitu chochote cha kufanya. Kitu cha pili, contract ya 2 years inafaa kuwa adjusted. 2 years contract is supposed to be adjusted, boss, because hii miaka miwili pia sisi tuna mila na desturi ambazo hazijafuatiliwa. Maana mimi ninapopoteza babangu nyumbani, napopoteza ndugu yangu wa karibu, ama mama alikuja huku akamwacha mtoto, mama aliyemwacha mtoto naye amekuwa mgonjwa akaaga dunia, mtu huyu hataweza kufanya kazi kama kweli shida hizi ziko ndani ya akili yake. Kwa hivyo haki za kufuatilia wafanyakazi zimeandikwa kwa karatasi tu, but there's no follow up. Hicho kimekuwa kikwazo kikubwa na imekuwa shida kubwa sana kwetu sisi wote ambao tumekuja kufanya kazi. Kazi inaweza kuwa nzuri, lakini mtu kuweza kufuatilia haki za huyu mtu ziweze kutimizwa. Na tumekuwa na tabia za Kikenya pia, ambapo tumefika mahali tumejawa ule Ukenya kabisa kabisa. So unakuta kwamba aliyekuleta ni Mkenya, unayemfanyia kazi si Mkenya, anayefaa kukusaidia ni Mkenya. Sasa amejawa tabia zenye wewe uko nazo. It comes to be a very, very big problem. So dada zetu ambao wanakuja kufanya kazi nchini Saudi Arabia, kwanza agents waweze kuangaliwa vizuri vizuri, na waweke mikataba ambayo inafaa kufuatwa, na serikali yetu iweze kuleta mipangilio ambayo inaweza kusaidia Mkenya ambaye amechukua nafasi ya kuja kufanya kazi nchini Saudi Arabia ama nchini Gulf. Maana unapokuta Gulf wanaohangaika sana ni wale wamekuja kufanya kazi za uyaya, yani house helps, ambao wamekuja huku tunawaita shagala, sio jina mbaya. Hao watu hakuna mtu aliye pale tu kufuatilia yale mambo ambayo huyu mtu anayapitia, alafu hakuna rights kwake. Rights zake zinakuwa zinatimizwa zile chache. Akipigiwa simu anawaambiwa vumilia. Anapopigiwa simu, hata kama anaenda kutafuta msaada mahali, yule ambaye anaenda kutafuta msaada kwake anamgeuka, anaona yule mshtaki anakuwa mshtakiwa. Wewe unamchukua tajiri wako unampeleka, unasema huyu tajiri mimi hanipatii chakula, huyu tajiri mimi hanipei, sipati masaa ya kulala. Yule uliyepeleka kwake malalamishi anakugeuka wewe. Jambo la tatu ni kwamba ni nani awezaye kufuatilia watu waliokuja huku na wakadhoofika afya zao? There's people who have gone back to in our country wakiwa wanasukumwa kwa wheelchair. Hakuna mtu ambaye anaweza fuatilia hizo haki, maana tumejawa roho za kutopendana. Na hapo ndipo Mwana wa Mary huwa anapatikana akiuliza maswali yakiwa magumu na yakiwa hayawezi jibiwa. So ushauri wangu kwetu sisi wote, kwanza kabla haujaanza kufurahia kusema kwamba nataka kwenda Gulf, nataka kwenda kufanya kazi, shida zako zimekubeba, mambo yote yamekuingia,
jaribu kuangalia ni watu wa aina gani ambao unaenda kwao. Tafadhali naomba kupokea mwelekeo kiasi wakati ninaendelea na mambo haya, maana masaa mawili, sijui program itakuwa inaenda saa ngapi, ndio niweze pia kujibu maswali ambayo mtakuwa mko nayo ili tuweze kuendelea vizuri. Karibu sana. Asante sana Mwana wa Mary kwa comment ziko hapa, sijui nitasoma saa ngapi. Comment zinatiririka hapa kama maji, sijui hai. Muya Helen, asante sana. Mary Mudhoni hujafika, wanaitana hapa. Elizabeth Jacob, asante kwa kutuongelelea, barikiwa sana. Esha Bahola, hai Mwana ni lakini naomba kujua chenye nafaa kufanya ikiwa pasipoti imeexpire please. So andika hilo chini utakuwa unajibu. Muya Helen, Viola Chelagat, tuko pamoja, asante sana. Huyu anajiita Eric Ongeri, nasikiza vizuri. Jeff Maloba, asante sana. Sneti Mukoshi, asante. Eric Ongeri anasema tuko pamoja. Anajiita Trizalito, mamake Liam. Sheila Kwamboka, Aki, but one day things will be fine, asante. Osia Mosia anasema niko hapa. Joy James, absolutely Mwana umesema kweli. Snate Mukoshi, niko hapa Riyadh na kusikiliza loud and clear, asante. Felicitas Yomari, niko ndani kama amaiga, asante. Emily Ondie Kitundi ina, asante sana kwa kipindi kizuri. Damari Somoke, wewe ni maraga wa huku, tuko na kiongozi kweli, asante sana. Sheila Kwamboka anasema hii life imekuwa ngumu, asante. Evalini Kwamboka, ukweli kabisa Mwana, ongeza volume kabisa. Mwingine hapa anasema Joy James, someone to tag yule malaika kuja achukue screenshot. Haya, sijui anamaanisha nini huyu. Elizabeth Saboke, agent wanakuambia toroka kwa nyumba, asante sana. Nyanya Oma, very true Mwana, umezungumza kweli. Esther Wanjiru tuned in. Evalini Nyaboka anasema exactly brother, tuko pamoja. Mwingine hapa anasema nani huyu? Walto Soromokaya, asante, tuko pamoja, karibu ndani ya show. Elizabeth Saboke, Mwana wa Mary, Mungu akubariki kwa kazi nzuri unaotufanyia sisi wanadada wa Gulf, asante sana. Anajulikana kama Faith Murunga, Saudi Arabia from Arari, niko ndani, asante sana. AC Jones AC anasema tuned in kupitia mtandao wa Facebook, asante sana. Mary Nduta tuned in, asante, barikiwa sana. Ndandu Doshi mkubwa tuwakilisha, asante sana. Mary Masimasi anasema ako ndani kabisa. Zibora Bosibori Doha tuned in, asante sana. Ronald Mukua watching live from Doha Katari, niko ndani, asante. Anet Karimi tuwakilishe mkubwa, asante sana. Angela Zige tuned in, asante sana. Mwingine hapa anasema Paris Mura tuned in, karibu sana, asante. Vera Ngati anasema tuko pamoja. Evalini Kwamboka anasema tuko ndani. Halima Omari tuned in, asante sana. Maam Leoin tuned in, asante sana. Mamake Kinudia anasema happy galbu. Sijui ameandika lugha gani hii, lakini natumai kuna wale wanayoelewa vizuri kuniliko. Dolvini Kerandi anasema tuned in, asante. Tasha Love Kibe, Mwana umesema kweli. Nyanya Oma, asante sana, niko Dubai. Beatrice Mora anasema watching live, niko ndani, asante. Ruth Nekesa, thanks, niko Saudi Arabia waiting to hear from him, asante sana. Okay. Mwingine hapa anasema nani huyu? Anthony Junior watching from Dubai. Len Jau, Saudi represented, be blessed Mwana wa Mary. Toto la mamake, you are always best Mwana. Mochokoro Kerebi Pikundo, Mwana wa strong, asante, tuko pamoja. Faith Murunga, niko ndani nikiwa Arar, Saudi Arabia, asante sana. Milka Murira, tuned well and clear. Cheryl Ogile, kuna hawa huyu anauliza swali natumai. Kuna hawa agents ambao ukiwaeleza shida unapitia wanasema over my dead body, I'll not help you. Hapa mtu unafaa kufanyaje? Kuna dada kwa shida kabisa na mateso anasukumiwa kabisa. So ilo tajibu Mwana baadaye. Edisa Naliali, Mwana ni mteteaji wa wanyonge, Mungu akubariki sana. Fei Wehu, niko ndani, asante. Bonis Obara, happy to see Mwana, Saudi, asante. Wariara Sandra anasema Riyadh tuned, Mwana welcome. Wafuala Beatrice Wafula following. Felicitas Omari, Mwana wa Mary, pole kwa yale unayoyapitia, mara kufungwa kwa kusema ukweli, asante kwa kupigania wanadada, endelea kuinua sauti hadi haki itokelezee. Okay. Mwana, nikuulize swali kabla hatujakaribisha maswali kutoka kwa wanadada wetu. Jibu maswali mawili ambayo umeulizwa, kisha baadaye nitakuelekeza zaidi. Okay. Nitaomba kujibu swali la kwanza kwamba nitafanyaje kama passport yangu imeexpire. Mtu ambaye passport yake imeexpire, tafadhali aweze kuwasiliana na ubalozi. Ubalozi utaangalia kama anataka kwenda exit, kuna uwezekano ubalozi kumpatia emergency traveling document.
lakini kama hataweza kuwa anataka kwenda exit, anataka kwenda exit re-entry, itabidi kwanza apply passport, na passport inaapplywa kwa Kenya Embassy Saudi Arabia Riyadh. Kwa hivyo lazima uangalie kama tajiri wako umekaa kwake mpaka passport yako expire na unafaa kwenda urudi, weza kuwasiliana na ubalozi na utakuelekeza kwa njia ambayo inafaa kufanywa. Kwa hivyo unawasiliana na ubalozi, alafu utaapply passport mpya na usubiri passport irudi, alafu utaweza kusafiri. Lakini jihadharini na passport ku expire, because ukitaka kwenda kurudi, passport iki expire inafaa kuwa ina last for maybe 6 to 4 months, ndio inaweza kuwa updated again kwa system. So kwa hivyo ukitaka kwenda nyumbani, angalia passport yako kama imebakia mwaka mmoja ku expire, tafadhali apply mapema, because pia watu wana apply passports nyingi, lakini ukiwa huku hautapata ile passport mpya, utapata tu ile passport ya kitambo, ndio ukienda nchini Kenya will apply for the new passport. Swali la pili lilikuwaje mzee? Lilisema kwamba wakati unateseka unafanya aje? Afikiria huyo wa passport ameweza kuridhika. Kwa hivyo weza tu kuwasiliana na Kenya Embassy na utaweza kupata mwelekeo, na pia utapiga simu siku za kufanya kazi kuanzia saa 3:30 hadi saa 9:30. Upige simu kwa Embassy ya Saudi Arabia. Namba ya ubalozi ya Saudi Arabia ni 011 488 2484 011 488 2484. Kwa hivyo hiyo namba ni namba ya ubalozi. Utaweza piga simu wa masaa ya kazi na utasaidiwa kuhusu mambo ya passport. Watakupea select migration na utaweza kusaidiwa kuhusu passport. Lakini ukitaka kwenda kama ime expire na unaenda exit, you can request even your boss a request kwa embassy uweze kupata emergency traveling document ambayo itakusaidia uweza kusafiri na kwenda nyumbani, alafu uangalie passport yako na ubebe ile ambayo ulikuwa nayo mzee. Swali la pili lilikuwaje mzee? Ndilo nataka nikusomee hapa, lakini kwa wale wasikilizaji na watazamaji ambao wangependa kuuliza maswali, tafadhali nimetuma link katika section ya comment. Tafadhali tumia link hiyo kuja live katika studio. Iwapo kwa Saudi Arabia na unataka kuuliza swali, tafadhali kuja hapa nyuma ya stage na mimi nitakuwa nakuelekeza zaidi. Swali jingine ambalo limeulizwa na Chiril Ogila, anasema kuna hawa agents ambao ukiwaeleza shida unapitia, wanasema over my dead body I will not help you. Hapa mtu ukiambiwa hivi unafaa kufanyaje? Anasema kuna mwanadada ako kwa shida kabisa na mateso anasukumiwa kabisa. Je, boss wako akikwambia matamshi kama haya, Mwana wa Mary, unafaa kufanya nini wewe kama mfanyakazi? Okay, jambo hilo ni jambo ngumu wapendwa. Hilo ndilo shida ambayo tuko nayo kubwa sana, na hiyo ndio shida ambayo tunaipigania mpaka wa leo, ya kwamba agents hawafuatilii, na ubalozi pia ambao tumewekwa nao hapa pia hawana ule moyo, yani that activeness, ile hamu ya kutaka kufuatilia mambo ambayo yanamhusu huyu mtu. You'll send a message, kuna wengine hawako hawana simu, hawana namba za simu, they can only send an audio kwa WhatsApp. Yule mtu ambaye unamtumia ule ujumbe haupokei wala kukuongelesha, so this person anakuwa totally desperate ya kwamba hawezi pata msaada wa aina yoyote. Lakini kuna kitu ambacho naweza sema ya kwamba bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi, lakini kuna sehemu ya kwanza, kuna uwezekano upige simu kwa polisi. Kama hauna simu, upate nafasi ya kujipeleka kwa polisi. Lakini zaidi wengi pia wakifika polisi, unajua kila mahali kuna mtu ambaye pia ni mkubwa mahali, huwezi enda ukatoka hivyo hivyo. Lakini ukikatalia kwa haki zako,
ukikatalia kwa haki zako wakati umefika pale kwa polisi, kuna mwenye atakuhurumia, lakini pia ukubali ya kwamba katika kule kutoka na kwenda katika hiyo polisi, pia kule kuna majaribio ya aina yake, ya kwamba hautaweza tu kusafiri kwa haraka hivyo. Kwa hivyo kuna process ambayo utaifuata ili uweze kusafiri. Kwa hivyo hii kitu tumekuwa nayo zaidi ni kwamba we need fast food. Chukulia hiyo simu. We need fast food. Hatutaki chakula ambacho kimeandaliwa kama githeri ya mahindi ngumu. We need fast food whereby I call you now, you answer and nataka suluhisho. Then pia hapa kumekuwa na shida kwamba the embassy is in Riyadh, na kutoka hapa kwenda Tabuk is maybe 700 kilometers. Kwa hivyo huwezi amuka uende kesi ya mtu mmoja na urudi kwa kesi ya huyo mwingine. Naomba nichukulie hiyo simu tafadhali. Kwa hivyo imekuwa a very big challenge when it comes to that, to extend ya kwamba mtu hawezi pata nafasi ambayo inafaa ipoketwe, ambayo anafaa kupewa kama Mkenya. Na hiyo ndio imeleta vita vingi huku, kwa sababu hizo haki hakuna wa kuzifuatilia. Hizo haki ndio hatuna mtu wa kuzifuatilia na kuweza kutujibu hayo maswali, maana kila mlango unaokimbilia umefungwa. Ndipo tunapatwa na vifo, ndivyo tunapatwa na magonjwa tusiyotarajia. Hayo mambo yamekuwa magumu, lakini mwisho nitakuwa ninaongelelea kuhusu mawazo yangu na suluhisho ambayo tunaweza kuwa nayo. Karibuni. Asante sana Mwana wa Meri. Kuna swali jingine hapa ambalo limeulizwa na Faith Murunga. Anasema, Mwana, mimi niko na shida, chakula ni mara moja kwa siku, kazi nafanya ni masaa 18, hakuna kununuliwa anything, I buy it for myself. Je, utanishauri vipi? Kuna kitu kimoja, kama mtu ameweza kunisikiza wakati nimeanza kusema, nimesema ya kwamba hatuna mtu wa kufuatilia haki zetu kama wafanyakazi, na hiyo ndio imekuwa a very big weakness yetu ambayo tuko nayo. Imekuwa udhaifu mkubwa sana, ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza fuatilia haki zako kama wewe Mkenya, na aweze kuona ya kwamba suluhisho ya shida yako itapatikana vipi. Maana wote waliokuleta na penye ungeweza kukimbilia, milango hiyo imefungika. So haki zako, yule ambaye anaweza fuatilia haki zako na kuzitimiza, ndio ukweli ulioko ni kwamba njia hiyo haijafunguka kabisa. Ndio tunajaribu tu kupigana ili tupate mwelekeo na tupate kwamba hizi vitu zote zinaweza kuwekwa kwa njia sawa. Yes. Asante sana. Kidogo tu kabla sijaleta waliofika hapa kwa maswali mawili matatu, nataka nipitie jumba ambazo zinatiririka hapa kidogo tu, kisha baadaye naona kwamba mwenzangu Anita ashawasili hapa. Walter Soro na kuona, karibu sana. Make Alex na kuona hapa nyuma, asante, karibu. Mishi na muona ashawasili hapa. Elizabeth, asante sana. Sara Kemunto na waona hapa nyote, karibu katika show yetu tukufu ya kituo chetu nambari 1 ya kimtandao Kisi Hot TV. Nitebetwa nyumbani Ekero Jamila Kakasungra ameshika usukani hapa kuhakikisha kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja, na wanadada wetu na walio maeneo ya Gulf mnasaidika kupitia huyu mwenzetu Mwana wa Mary. Huyu anasema toto la mama yake, we share always with you mama. Asante. Irina Hadi, Kenya Embassy tena na unapiga okay, huyu anajibu mwingine hapo. Alice Sereti, Mwana wa Mary, kila wasichana wanakulilia kwa kazi unayofanya nzuri, Mungu akulinde. Faith wa mam tuned in. Paul Jose, asante. Mwingine hapa anasema Josephat Oirere Meraba, watching live from Nairobi Pipeline Live, asante. Esha Bahola, shukrani sana. Elizabeth Saboke anasema rudia hiyo namba. Okay, hiyo namba utakuwa unairudia baadaye, hiyo ulipeana ya Embassy. Teresa Mokeira, watching from Saudi Arabia, Mwana wa Mary, be blessed for the work you're doing. Petronila Kivuza, wapi link ninapeana kwa comments, lakini kwa sababu comments zimejaa nitakuwa naweka nyingine hapo. John Menza, asante sana, tushukuru. Emily Ondieki, asante kaka Sungura kwa kutuletea Mwana wa Mary, asante. Maimuna Kasimu, niko hapa doa na wapata vipoa sana. Joy James, angalia pale juu ya comment. Okay, link iko hapo. Ben Christopher
anasema okay, haya. Mwingine hapa anasemaje huyu? Violet Chelagat, huyu Helen ndio kuingia, karibu sana. Comment gani sijasoma. Leo Sinjeri watching from Saudi Arabia. Okay, wacha niwachie comments pale, nipatie wale ambao wamekuja hapa. Tafadhali unauliza swali, ukijibiwa unatoka, unapatia wengine nafasi. Anita, karibu sana kwa show. Patia Walter kwanza, kuna kitu nafanya kidogo tu. Okay, asante. Wacha nikuweke nyuma ya tenti kidogo. Asante. Walter, karibu sana ndugu. Thank you kaka. Mwana wa Mary, how are you doing? Good man, niko salama. That's wonderful. Actually, I've had your help. Actually, you are a well-wisher. And Naigulenga we ni mtetezi. Nimesikia we ni mtetezi, which is good. But a question is this I want to ask. Why do you think the relevant authorities concerned to the traveling of maybe whoever is going through all those hard times, they are not able to rescue that person? Nitaweza kukujibu in a very simplest way. Ni kwamba wakati mtu anapotoka nchini Kenya anapokuja kufanya kazi huku, wengi tumekuwa agents wameangalia pesa tu. Wameangalia pesa, lakini kuweza kufuatilia kitu ambacho, kumfuatilia yule mfanyakazi kuona ya kwamba amefikia penye alienda, because now we have two agents. Mtu hakuji huku directly, tuna agents wa Kenya na kuna agents wa huku. Na wakati mtu anafanya ule uhusiano, makubaliano ya two agents, yeye anatafuta tu leta wafanyakazi. Wanapokuja, sheria inaruhusu ya kwamba unapokosana na tajiri urudishwe kwa agency yako ya hapa. Agency yako ya hapa itafuatilia mambo yako ambayo wewe unayapitia. So unakuta ya kwamba kwote kumefungwa milango. The duty and the responsibility inabaki kwa agents. Then ikiwa ya kwamba imesindikana kupita hapo, sasa inafaa kuelekea kwa ubalozi, ambao nao ubalozi utakuwa unasisitiza, unaekea mkazo ya kwamba haki za huyu mtu za kuteswa ziondolewe. Lakini wakati mwingi pia kuna baki na favor, ya kwamba wakati umeenda huko kama favor yako imepatikana utapata msaada. So kuna kosekana the connectivity. Na nilipoanza nilisema ya kwamba anayeweza kufuatilia haki za mfanyakazi ndiye anakosekana. So haki za mfanyakazi hazijaweza kufuatiliwa kwa umakini na vile zinatakikana. So the agency, the two agency, the back in the country agency na agency ambayo iko hapa, kuna kuwa na ugumu wao wa kuweza kukuchukua na kufuatilia kesi yako vile inatakikana. Okay, Mwana wa Mary, can you elaborate this? There is this situation where you have said about two agencies, one agency in Kenya, another one in Saudi Arabia. You find when somebody has traveled from Kenya to Saudi Arabia, she is being kept in an office of the agency in Saudi Arabia, and then the job is going to be grabbed somewhere. One by one, they are going to be taken to their jobs. And then you find after somebody has been taken, the agency is going to be given a period of 6 months for this person to go afanye kazi. Akifanya kazi, akionekana kama anafanya kazi vizuri, anaachwa, anaendelea kufanya kazi. Kuachwa kwao, so the agency is going to be paid a certain amount of money
by the boss who is going to employ this guy. Okay. Can it be the reason why the agents are not in position to follow up? Okay. First of all, I'm not an agent. I'm just a volunteer. Like, let me answer this question according to how I understand. Na jibu lenye ninapatiana ni kulingana na mimi. Number one, mtu yoyote anayekuja nchini Saudi Arabia lazima akuwe na visa. Visa either ya kampuni ama visa ya mtu binafsi, lakini inapitia kwa agents. So, yule mtu aliyekuleta ukienda kufanya kazi kwake, mkose kuelewana, unarudishwa kwa ofisi. The process is supposed to be like that. Because pale nyuma, mtu alikuwa anakuja hapa, ukikosana na tajiri, ni vile mtapelekana, akikutupa barabarani, akikutupa polisi, ukae huko, hakukukuwa na mahali pa kwenda. Lakini sasa, kulingana na yale makubaliano ya pili yaliyoletwa ni kwamba ukikosa kuelewana na tajiri on that probation time ya miezi mitatu, 90 days, unafaa kurudishwa kwa ofisi. Na ukirudishwa kwa ofisi, unafaa utafutiwe kazi mahali kwingine kama utataka kwenda hiyo kazi. Na kule kurudi kwako, jua ya kwamba yule aliyekuleta aligaramika. That's the question we don't ask ourselves. Ya kwamba unakuta kwamba unapokuja huku, kila kitu ulifanyiwa bure. Kiupande mwingine, nimekununua kistyle. Unanipata? Kwa hivyo, wajibu wangu nimekulipia unifanyie kazi. So hakuna mtu ambaye atakulipia umfanyie kazi alafu wewe uondoke tu na akubali uondoke. Kwa hivyo unapoenda kwake kufanya kazi, kwanza uko under yeye. Na kwa authorities pia anafaa kusaini ndio utoke, ama anafaa kukubali ndio upewe transfer kwa mtu mwingine. Kwa hivyo unaporudishwa kwa ofisi, ofisi inafaa kufanyia yule mtu replacement. Ndio sasa wa kuown yule mtu replacement. Na pia makubaliano ni kwamba within 90 days, kama unaweza kuwa umeshindwa kazi, unafaa kurudishwa. Unafaa kurudi kwenu kama hauwezi kazi. Lakini hakuna ambaye anaweza fuatilia hilo jambo. Unafaa kurudishwa before probation time. Unanipata? So, wakati umekosana na tajiri ukarudishwa kwa ofisi, ofisi inakutafutia mahali kwingine. Na yule pia mwenye anakuchukua atataka mfanyakazi ndiye amlipie. So ndio gharama za yule mwingine arudishiwe na kukubalia umfanyie kazi. Unanipata? So katika hayo makubaliano ndipo unaenda huko pia yule akuangalie. Na hapo ndio shida inatokea. Ulitoka huko na mwezi mmoja, umekuja umemaliza miezi mitano, unakuja unaambiwa sasa probation yako iliisha. Your 90 days iliisha. So hakuna mahali pa kwenda. Alafu pia hatujaambiwa ya kwamba mtu anapokuja kufanya kazi ya ushagala hapa, boss huwa anagaramika pesa ngapi. Because mwingine atakwambia anataka 20,000, mwingine atakwambia anataka 15,000, mwingine atakwambia anataka gharama zangu za kurudi hapa ni 30,000. So unafika kuchanganyikiwa. Ni nini kilichofanyika? Nobody is there to expose, because kila mtu anajua biashara niliyofanya ilishakamilika kupitia hapo. So kuna kuanga na hayo makubaliano na yanafanyiwa kwa ofisi. Lakini kama yule mtu alipewa replacement vile inavyohitajika, wewe ukienda kwingine ofisi italipwa uende ufanye kazi. Na yule mwenye amekuchukua anachukua akisema, maybe nimewahi chukua mwingine akaenda akatoroka. Nimewahi chukua mwingine akaenda akakosa kufanya kazi. Kwa hivyo munipee huyu mtu kwa muda huu. Na anapoenda akinifanyia kazi vizuri, mimi nitakuja hapa kusaini mkataba na kubadilisha kitambulisho chake kiwe kwangu. Sijui kama nimekujibu.
You have elaborated well. Okay, Walter tafadhali naomba watazamaji tafadhali naomba tuwe wafupi kwa maswali, at most 2 questions, because kuna watu wengi hapa wanataka kuuliza maswali na studio ni kidogo. Tafadhali ninaomba tu kwa heshima kubwa, audience tuko nayo leo ni kubwa zaidi, kwa hivyo ninaomba tafadhali ukija hapa kuuliza swali. Asante Walter Soro, umekuwa mfupi sana, na ninaomba wengine wafuate. Be very brief, ask the question and leave the stage. Nashukuru sana. Ronald, it's your time. There are some ladies here nataka kupea nafasi pia, kwa sababu wao ndio waathirika zaidi, wao ndio wameathirika sana. Karibu Ronald. Mwana, habari yako? Nashukuru, niko salama, nashukuru Mungu. Yeah, mimi nasikianga mambo yako. Thanks for the work you are doing. Glory be to God. Ni mzuri. Sasa unajua mimi niko na swali moja, hata maybe ni mingi lakini sababu ya time So do we really understand the role of agents? Do we really understand? Is it written somewhere ama kwa sheria, the role of an agent? Okay, before nijibu, I would also like to tuongea kulingana na vile najua, alafu ndio tajibu hiyo, ndio nipatie wengine stage. So kuna employments maybe mara 3 hivi. Kuna direct hire, kuna yenye unapitia kwa one agent ambayo ni vile umesema Kenya na mwingine mahali anaenda, na kuna ya one agent ambayo ni kutoka Kenya na employer. So the contract is between the agent and the employer. So wewe wakati unapanda ndege from Kenya, unapata ni employer wako amekungoja. Na kuna ile ya direct hire, umeapply maybe online ama anyway, but now you are dealing any communication is coming direct to you, from employer to you direct. Like the case of me, for example. Employer to you direct. Processes zako ni wewe unashughulikia, no agent involved. Una travel, unakuja, unaingia job. Na kuna mwingine ameshughulikiwa na agent wa Kenya. Alafu akifika anampatiana kwa agent mahali anaenda. So ana deal agent to agent. Na kuna mwingine ana deal agent to employer. So hapa pia lazima tuwaambie watu waelewe, wasiwe wanatwika agents majukumu yenye haiwafai. Yeah, just in case, for example, agent wa mwenye amekushughulikia kutoka Kenya na haja kupeana kwa agent mwingine, huyu agent amekupeana kwa employer wako. Kazi ya agent wa Kenya, to my understanding, sijui kama iko written anywhere, kazi yake imeishia hapo. Wakati umefika kwa employer wako, imeishia hapo. So mahali tunafaa kutwika majukumu ni agent to agent, ndio tena to employer. Because this is now the case, wakati mambo imeharibika, unafaa kurudishwa kwa agent ya mahali huko. Sababu yule agent alikuwa hand over kwa agent, na huyu agent akakuwa hand over kwa employer. So in this case, hapa ndio sasa huyu agent anafaa kushughulikia. But yule agent mwenye alikushughulikia akakupeana direct kwa employer wako, huyo kazi yake iliishia ile siku ulipanda ndege. Kwanza hata ile siku ulipokea visa. The visa is a document that shows on sponsorship. I've given you sponsorship and it is always 90 days. By the time umepanda ndege na umepokea visa, huyo agent kazi yake imeisha. Yeye si lawyer, yeye si human rights activist. Atafanya tu kwa voluntary basis, ukimpigia simu aone vile atakuwa advice. So kama if wewe ulikuwa employed between employment yako before the employer there are 2 agents, unafaa kusumbua yule agent mwenye ako mahali huko,
si mwenye ako Kenya. Wa Kenya yeye kazi yake iliisha. Yeah? If at all we know the true meaning of the word agent. Agent is just an intermediary between somebody and somebody. Yeah? Contract yake na kuanga, give me manpower and I will pay you. So the contract has been executed by me giving you the manpower I've given you. I don't have any right to take charge or to follow up how you are surviving. And sometimes, kama time utanirudisha tena kakasungura, we need to put things right. Unajua ku employed, kuna contract ulisign na kuna terms of job, the terms and conditions of job, and you signed. Sasa wewe unafika pale unataka kuishi kama hao maboss. Okay, tutaongea later. Wacha niache room wengine, alafu time ikipatikana utanirudisha, because we need to put these things right. Tusibebeshe maagent kazi yenye hawafai kubeba. Okay, asante. In case time ikiisha tutarudia tena kesho tuendelee mahali tumeachia kwa sababu bado platform. Mwana, ungependa kumjibu Ronald kidogo kabla nilete warembo wetu hapa uliza maswali? Nitakubaliana na Ronald kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine pia mimi nitapatiana maoni yangu. Nitasema ya kwamba those such a contracts zinaweza kuwa zinafanyika kwa professionals wengine, lakini nikiangalia kwamba hawa wasichana, and mostly let me talk about coming to Saudi Arabia, kulikuwa kumefungwa, na katika wakati kumefunguliwa there is no direct sponsorship. Hakuna in Saudi Arabia as per now there's no direct sponsorship. Hakuna direct ya kwamba mtu akutumie visa na ukuje hivyo, hapana. It goes to agents, to another agency ndio ukuje, kwa sababu serikali iliangalia shida iliyokuwa hapo kitambo. Hii shida, I'm talking about Saudi Arabia. Wacha niache Gulf hizo zingine zinaweza kuwa na direct visa. Let me talk about Saudi Arabia. So and mostly wale wadada ambao tumeweka topic kwao, ambao wanakuja kazi ya nyumba. So hakuna direct hiring nowadays. Hakuna. Wakati mkataba ulibadilishwa, wakati watu walihangaika sana, serikali ilibadilisha ule mkataba na wakasema ya kwamba you are supposed to be hired, na visa tajiri haendi kununua visa akaipeleka yeye mwenyewe embassy. No, visa zinatoka kwa agency yenye iko huku, idrop kwa agency yenye iko Kenya. Na ile agency yenye imekuhaya, makubaliano yako, kwa sababu hata ukisaini ile contract unasaini na agency yako ya Kenya. Na itakudhibitishia kwamba kuna agency nyingine hapa Saudi Arabia. So hiyo connection ilikuja in between because ya zile shida ambazo watu walikuwa wanazipitia na hakuna mtu wa kusikiza hizo shida. Kwa hivyo ukikuja ufanye kazi na ushindwe na hiyo kazi, unafaa kurudishwa kwa agents within those 90 days. Na agents huyo afanyie huyo jamaa replacement. Hiyo ndio inaitwanga hasara kwa biashara, ambayo pia huwa hatutaki. Jambo la pili, pia tutafika wakati wa kuzungumzia tabia zetu kama Wakenya. Tabia zetu kama Wakenya pia zinakuwa muhimu sana katika ile utendakazi wetu. Na nyingine, tabia zetu zimesababisha mambo mengi: ushauri usiofaa, matumaini kupita kiasi. Sasa unakuta kwamba mtu alipokuja huku, mfano dada anataka tu akae kwa wifi because Mwana ako live, nataka nikae kwa wifi. Kwa hivyo kama sijapewa wifi naonyesha moods nyumbani. So pia sisi tutakuja kuangalia tabia zetu. Unanipata? That is where tunakosa that relation between mfanyakazi na mwajiriwa.
Because wewe unapokuja huku ulipewa tu mkataba, hata hauelewi, sign hapa, unaenda kazi, sign hapa. Hakuna, because what na people are taken to training back in Kenya. Do you know that in Athi River kuna training, si ndio? Agency inakupeleka training, lakini usign hiyo contract ukiwa huko training, una sign contract kwa ofisi ya agency. Sasa kule kwa agency yeye hakuelezei kuhusu contract yako. Huko kwa training wamekuelezea tabia na vitu ambavyo unafaa kufanya ukiwa kazini. Hapa haujaelezewa haki zako na contract yako vile inaendelea. Wengi wao wamekuwa hivyo. Sijui kama tumekubaliana, lakini upande mwingine direct hiring ilikuweko mwanzo. Kama sisi tulikuwa nayo. Before nitoke, mkataba. Jukumu la agent amekupea mkataba. Ni jukumu lako wewe kusoma mkataba before usign. Si agent akutranslate. Unless mkataba, the contract, ni kama kwenda kwa bank loan, unapewanga forms unajaza. So wewe sababu unataka pesa haraka haraka unajaza bila kusoma hizo contract. Yani hizo terms and conditions. So mkataba umepewa contract, umeambia soma, kwanza you have free time, usome, uelewe, ndio sign. Sasa pale mtu anapata amesign, kumbe boss mwenyewe amesema kwangu hakuna kutumia simu. Na huko umesoma, wewe umesign tu, ukifika pale ukipatikana unatumia simu, unaanza kukosana na boss yako na ujui kama, na hata ukumbuki ilikuwa part of mkataba. Endelea nipee wengine room, ni topic kubwa sana. Yeah. Kitu ambacho ninaweza sema ni kwamba mkataba ni mmoja tu. Yeah. Na hakuna boss ambaye ameweka masharti yake. Yes. Masharti ni yale yale. Masharti yanayotumika kwa huyu, kama ni kazi ya ushagala ni yale yale, unasaini kwa ofisi hii na unasaini kwa ofisi ile. Kitu kilioko pale tofauti ni watu ambao utaenda kufanyia kazi. Lakini kama ni haki ya wewe kukua na simu, ni haki ya kila mtu. Kama ni haki ya wewe kukua na kitambulisho chako, ni haki ya kila mtu. Haina ya kwamba huyu amesema hautatumia simu. Haina hiyo makubaliano hayapo. Kwa hivyo tukifika kwa nyumba kwenye tunaenda, ndio unakuta kwamba yale uliotarajia sio yale umeyapata. You're right. So matarajio ambayo uliyatarajia pale unaenda, ndio hayo hauendi kuyapata. Unanipata? So unakuta kwamba zile haki zako zimedhulumiwa. Because unapokuja hapa unasema they will provide food for you. Watakununulia nguo na kila kitu. Pesa zako haufai kuguza. So ukifika pale unaambiwa SIM card yenye inanunuliwa shilingi 30 unaambiwa ni 150 na unafaa kujinunulia. Ni nani anafuatilia hizo haki? Nani anafuatilia hizo haki zako? Sasa hapo ndio kunakuja shida. Unanipata? Hapo ndio kunaleta shida ya kwamba you signed the contract. Yes, the contract sema niko na watu 15. Lakini watu wengine pia hawajui kusoma hiyo contract. Majenzi wengine ni wakora. Mnakuja hapa mnaletwa kwa ofisi siku moja. Wewe umetolewa Kisii. Hujai kuwa Nairobi, umeletwa training ukaambiwa rudi nyumbani uende waambie watoto wako. Hata wasichana wengine wanakuja huko waliambia mabwana bye na kumbe ameshika mimba. Hajampeleka kwa final medical. Mtu ameshika mimba aliambia mume wake bye, anakuja na mimba. Akifika hapa miezi 3 miwili anajipata na mimba. Kutravel inakuwa shida. Huwezi fanya kazi. Unanipata? So such a things, ni nani atakayekuja? So uhusiano. Na hakuna mwenye anataka kwenda hasara. Agency hataki kwenda hasara, tajiri hataki kwenda hasara. Na wewe ndio unabaki hapa katikati katika hayo mateso. Sijui kama nimejibu swali lako. Uko sawa kabisa. Time ikikuwa nini? Tutauliza. Haya. Nataka nimlete mamake Alex amekaa hapa. Mama Alex, karibu sana. Utuambie unaitwa nani, unatuwatch kutoka wapi na swali lako kwa Mwana wa Mary. Comment ziko hapa. Nimeona comment za kutisha hapa Mwana wa Mary. Nitakuwa nazisoma baadaye, lakini wacha niwapatie wawili watatu wauliza maswali kisha nirudi section ya comments.
Nashukuru sana na ninakupongeza Mwana wa Mary kwa kazi unayoifanya. Wacha Mungu akubariki na akupe hiyo nguvu. Amen. So, mi kwa majina yangu kamili ninaitwa Bonis Nyambeki. Niko Saudi. Na ningependa kuuliza, kuna venye tukiingianga kwa hizi nyumba, kitu cha kwanza, tukitoka Nairobi kuna wenye hatuku sign contract. Wewe unafika kwa ofisi, unapewa makaratasi kama imepiniwa na mnaambiwa mnaenda kwa airport. Mnakuja, mkishafika hapa, unapea mdozi wako kila kitu. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mdozi wako atakuwa mzuri, atakuwa anakuonyesha tabia mzuri. Ikifika mwezi wa 4, mwezi wa 5, anaanza kubadilisha yani tabia. Unaona hizi si zile tabia za kawaida zenye nilipata katika hii nyumba nikiwa mgeni. Unaona? Unakaa unasema acha nivumilie, the more unaendelea kuvumilia, the more shida zinaendelea kuongezeka. Inafika mahali kama ulikuwa umepewa wifi, ikifika hiyo miezi kama 6 hivi wanakukatia, wanakuambia sasa jitegemee ukanunue bundles nini. Chakula inakuwa ni shida, maybe hata akikupata unakula chakula, anakuuliza nani amekuambia upike, unaona vitu kama hizo. So, tungependa kuuliza ikifika wakati kama huo, maybe kama mimi mama yake Alex, imefika kugumu na nimeona kwamba ninataka kurudi katika nchi yangu ya Kenya na wamekataa wao wenyewe kwamba huwezi rudi katika nchi yako ya Kenya, wamekunyang'anya simu, wamekunyang'anya kila kitu. Usalama wangu nitakimbilia wapi kama nimefungiwa kila mahali? Swali lingine. Sisi wanadada huwa tunapitia mengi, ni ile tu unakosa mtu wa kuambia. Manake nimetoka abruptly online na hii online ndo inanikutanisha na wengi. Manake kama niko na line ya Kenya ni vigumu kunipata, lazima mtu ajaribu jinsi atakavyonipata. Na kama niko na simu moja pia nayo itakuwa ngumu kupatikana. Ni vipi mtu anaweza jisaidia? Alright. Pole kwa hali kama hizo kama mtu anazipitia. Jambo la kwanza ambalo nitaweza kusema ni hili. Na ukikumbuka mwanzo wa live hii nilisema ya kwamba hakuna mtu ambaye anafuatilia haki za mfanyakazi. Na hapo ndipo hakuna msaada ambao mtu anaweza kuupata. Haki za mfanyakazi, hiyo sehemu peke yake haijapatikana. Ndio sababu unaona ya kwamba mambo haya yanapotendeka, hakuna mahali penye jibu la haraka linaweza tokea. Wakati unakosa hiyo wifi, wakati unakosa hayo mawasiliano, wakati unakosa zile haki zako kutimilizwa, hizo ndizo shida ambazo tunazililia, ya kwamba kuwekwe hiyo relation ya kati ya mfanyakazi na mwajiri wake, ya kwamba hata kama ni kiasi, haki zake ziweze kufuatiliwa na Mkenya ambaye amekuja kufanya kazi, haki zake zitimilizwe. Hapo ndipo tumekosa. Na katika kukaa katika mtandao, na ndio sababu ninasema pia sisi tuangalie sehemu yetu. Kutaka kwenda nyumbani, kuna kitu kinaitwa mkataba. Contract is an agreement. Na ni agreement kama ya marriage ama ya kuhaya mahali. Unanielewa? So wakati pia wewe una sign contract, hata kama hukuiona, lakini kitu kinapita kwa akili yako, ninakuja kufanya kazi miaka 2. Ndio pale unaambiwa eka kwa akili miaka 2 kwanza. Na unapoeka kwa akili miaka 2, jua katika hiyo contract hakuna mahali imesema utasafiri if there is an emergency. Kwa akili yako eka, hakuna siku utatoka uende nyumbani kabla wakati haujaisha. Kwa hivyo unapokubaliana ya kwamba natoka naenda kufanya kazi nchini Saudi Arabia, natoka naenda kufanya kazi mahali kwingine, kwanza eka kwa akili yako 2 years, si siku 2. Sasa ule mkataba unakufunga. Ile agreement ndio huwa inatufunga. Ndio wakati probation imeisha,
haki zingine hazitokei. Hizo haki ndio hazipatikani. So unabaki kushikilia pale 2 years. Ungeangalia hiyo nyumba kama ni mbaya ungetoka. Nobody is ready to listen to that. Sijui kama unanipata. So mahali pa kukimbilia ni polisi. Na pia sikupatia 100% utasaidika, lakini kwa polisi utasikizwa. Na ukiwa utasisitiza kwa lile unataka, msaada wako utapatikana. Maana nilijiuliza swali, kama kweli mkataba huwa unafanywa na kila mmoja, na mtu akija akue hapa awe mlemavu, hawaitishi pesa ya kurudishiwa, wanamsafirisha arudi. Ukiaga dunia na siku 3, yule mtu haitishi pesa, anakubaliana na hiyo hali. Mbona kama mmeshindana asikubali pia uende? So uhusiano na mkataba tunaoweka wakati probation imeisha, haki zetu kuwa ngumu kufuatiliwa. Kwa hivyo hapo huwa tunasema tumwachie Mungu, tumwambie Mungu, nisaidie nipite katika haya majaribu yaishe. Maana mambo yako mengi kama bahati haipo yataingia katika sikio lililozibwa. Umejibiwa mamake Alex? Okay, amenijibu. Acha nami nikaende nikaruhusu wenzangu pia waulize maswali. Asante sana. Okay. Mishi, karibu sana. Swali lako. Mishi unanipata? Kuna comment nyingi hapa. Karibu sana, karibu sana. Ni joto ndio ilikuwa mingi. Natoa kilemba leo. Karibu. Habari yako mwana wa Mary? Aki nilikuwa nakusikia lakini leo nimekuona live, nimeshukuru sana. Karibu. Ningependa kuuliza, mimi niko na maswali tu mawili. Sijui mawili ama matatu. Kuna time wakati unatoka Kenya, unaitwa kama Friday, Monday una travel ama Tuesday. Alafu ukifika Nairobi auendi direct kwa ofisi, juu ofisi zimefungwa already. Unafika time kama imeisha, unaambiwa tumefunga, ukuje Monday. Na hiyo Tuesday ndio una travel. Ukifika Monday kwa ofisi unaambiwa karatasi zako ziko hapa, utapewa kesho ukienda airport ukitoka medical. So wakati tunatoka medical, tukifika tu hivi tunaenda kupewa makaratasi airport wakati unaingia check in. Kwanza mtu kama mimi nilipewa tu, tuliambiwa tufae ma t-shirt, tukafikiri tunapewa hizo pepa zetu hapo kwa ofisi. Hatukupewa, hadi passport wameshikililia. So tukapewa ma t-shirt, tukapewa mapicha hapo, wenye tumefaa t-shirt zem tukapewa picha, wengine hivyo. Tukafikiri tunapewa hizo mapepa. Mimi nikajaribu kuulizia wenye tulikuwa nao, mbona tunapelekwa na tujasign contract? Wewe umesign? Kila mtu akaanza kuuliza, tukawa kama tunakata kutoka kwa ofisi, tujapewa contract. So wakaanza kuita mmoja. Unaenda unafika pale, wanakuweka wino hapa kwa kidole, alafu unafinya pale kwa ile karatasi yenye napaki kwa ofisi. Hiyo karatasi uendi nao airport, hawakuwa naenda nao kwa airport. So tulikuwa tunaweka wino, unafinya pale kwa karatasi yenye napaki kwa ofisi. Mimi nikashindwa, mbona wanionyeshi mahali penye nina sign contract nijue ni pesa ngapi naenda kupokea huko. Wakati tulifika airport ndio tunapewa, wakati yani ni time imeisha, mnaharakishwa, ndege iko nje, mnaambiwa ni time ya check in. Check in hatujapewa hata passport, hauna hata passport kwa mkono. Wanakuharakisha tu, ingia, ni check in. Ukishafika kwa mlango pale unataka kuingia, ndio wanakupatia ile passport. Mimi karibu nirudi, by the way, karibu nilitoa t-shirts, karibu nirudi, lakini Mungu ni mzuri. Nikaingia, nikisoma, nikielekea check in, nikaweka bag, nikaweka nini, nasoma nikiendelea.
So venye after kufika pale juu ndio nikaona mshahara yangu kweli ni 850. Na hapo walikuwa wanatuambia ni 1900. 850. Hii ni kitu gani? 850 kweli mshahara aina gani? Okay, tukavumilia tukakuja. Ndio network hakuna, simu zikaenda off. Hakuna vile una communicate na mtu wenu, mnaambiwa waves hauwezi ongea na simu juu ya waves. Tukashindwa, but hiyo ni kitu ya kwanza. Mbona hawatupatiangi makaratasi zetu tuangalie contract tumeandikiwa pesa ngapi? Of course wanatudanganya hapa ni 900 1000. Na hapo ukienda kuangalia watu ni wengi, mshahara ndio hiyo 850. Okay, swali ingine yangu. Swali ni inakuja, umeandikiwa contract watu 5. Unakuja kwa hiyo nyumba unapata watu ni 10, 14, 15. Alafu ukienda kuulizia boss, mimi nionyesha watu wangu 5 wenye wako kwa contract. Bosi anakasirika, anajamu na wewe, anakwambia ulikuja kazi ama ulikuja kuulizia watu ni wangapi. Mimi kwanza especially mimi naongelelea mimi. Wakati nilifika nilipata watu ni wengi, alafu wamama 2 wajawazito. Mimi nikashindwa, hii contract yangu inasoma hivi. Na mbona naona watu 2 wajawazito, alafu watu ni wengi 14. Walikuwa 14 actually. Kufua ni daily. Kwanza venye nilifika nilipumzika tu 30 minutes, nikaambiwa kuja huku. Mimi venye niliitwa nikaambia nimechoka sana, by the way hiyo kazi nitafanya kesho. Hatukuwa tunaelewana, English hawajui, ni science. Sasa nikashindwa kuambia nitaambia aje mpaka tuelewane juu hawaelewi English. Ikawa brief Michi, we are running out of time. Let's try as much as possible kukua short kidogo. Yes, please proceed. Okay, sasa ndio nikashindwa sasa tutaelewana aje na wao. Mimi nikaingia nikalala. Nikaambia I'll do it tomorrow. Nikarudi kwa room nikalala. Hiyo room mlalala watu wengi, ni chini, ni kablangeti tu napewa. So mimi nikashindwa, end month ikafika, ninaambiwa na boss ni 650, tulielewana kutoka kwa ofisi kwenye nilikuchukua. Mimi nikamtolea makaratasi. Nikamwambia contract yangu inasema hivi, kutoka hapa inasema pesa hii, mimi sipokee hiyo 650. Tukafurugana hapo, akawa ni kama hataki kunipea hiyo pesa. Then mimi nikashindwa sasa nitaongea wapi? Simu yangu ilienda off. Ifanyi kazi kabisa, automatically haifanyi kazi mpaka ununue line ya huku ndio kuwe at least active. Sasa mimi nikashindwa, mbona simu yangu imeenda off? Hakuna vile nda communicate, hakuna mtu ndaambia. Mimi nikamwambia hiyo pesa sichukui, mimi mshahara wangu ni 1000 hapa venye imeandikwa. Tukakaa siku 2 ndiye akaniletea ile mshahara, but akaanza kuniambia utakuwa unapokea 650. Nimekupea tu kwa sababu ni first month. Uende uchinunulie mafuta, ufanye nini. Mimi nikaona huyo boss ya atuelewani. Nikarudi kwa ofisi. Sikumpea passport, aliniomba passport but nikamwambia kuna vile nataka kupiga nyumbani picha. Kuna mtu anahitaji hiyo picha ya passport, baba yangu. Nilikuwa nimepanga mipango ya kutaka kutoroka. So mimi nikatoka siku yenyewe asubuhi, nikatoka tu na passport yangu kwa manguo ndani, chusi kwenda na nguo mingi. Nilikuwa tu na hiyo bag ya mgongo, nikafaa abaya, nikafaa uju walikuwa wamenunulia vile walinikujia airport the book, walinikujia na abaya straight, nikafalia hapo airport. After kuona ile patch ya t-shirt, nikafalia hapa. Lakini kurudi nilitoroka kwa mguu, nikaenda na uzuri venye nilitoka tu hivi. First kitu ya kwanza nilikutana na polisi anatembea hapo, sijui alikuwa anatafuta nini. Na nikamueleza shida yangu, akanipeleka polisi. Nikamuonyesha ile t-shirt, akanipeleka kwa ofisi. Juu sikuwa anajua kusoma hiyo majina. Nikamwambia t-shirt hapa ndio nilichukuliwa kwa ofisi. Akanipeleka tu direct mpaka huko. So nikapata mtu mwingine, niko safe. Shida ni ile
agent wa Kenya, mbona amtupei makaratasi tuangalie sisi wenyewe contract tusaini sisi wenyewe? Mbona mtupatie? Hiyo ndio issue. Okay, thank you. Before Mwana, just a minute before you answer. There is an agent who wants to join the show. Please. Sitaweza kukukoli na namba unanipatia. Kuna link inaweka kwa comments. Finya hiyo link, ukikuja nitakuona. There is an agent who wants to respond some of the questions. Maybe ajitetee kivyake ama ajibu some of the questions ama ulize swali. I don't know. Kuja, tumia hiyo link. Anaitwa nani huyu? Wacha nimuone. Tafadhali, join the link. I'm not able to call via phone numbers because of time and na maswali mingi kwa comment mingi sana na watu wako hapa live. Tafadhali, kuna agent hapa ninaambiwa. What you do, tumia hiyo link nimeweka kwa comments, join the show, nikupatie nafasi. Mwana wa Mary, please, nataka ujibu mishimishi kisha baadaye tupeane wengine. Watu ni wengi wako hapa, we want and be brief tafadhali. Ukikuja hapa nataka tu kujibu mishimishi kitu kimoja. Ya kwamba hatutatwikwa mizigo yote. Hatutatwika watu mizigo yote. Watu pia sisi wenyewe tujue ya kwamba haki zetu tunaweza kuzipigania. Hilo ndilo nitaambia. Maana wewe ndio unakuja kufanya kazi. Ukikataza huyo agency ya kwamba sitapanda ndege, tayari una visa. Tayari una visa, ni hasara kwake. Kwa hivyo pia sisi tuna malalamishi mengine, mambo ambayo ni sehemu yetu ya kufanya. Jinsi uliamua kutoka kwa nyumba na ukapata polisi na ukapelekwa kwa agency wako wa huku, ni uamuzi ulifanya na wewe pia ulifuatilia haki zako. Kwa hivyo mtu asianze kulalamika kwamba agency hakunipatia karatasi. Wewe kazi yako ilikuwa nini? That is where I come in also. What is our responsibility as Kenyans? So to blame ya kwamba nilisaini karatasi kwa airport, wewe ungesimama hapo na useme mimi kama sijasoma contract yangu ndege ibaki ya kesho. Lakini because we are desperate ya kwamba shida ninayoiona huko nyuma contract nilizosainia kwa airport, hiyo shida ukifika hapa afadhali ulikotoka. Ndio unaona afadhali nilikotoka. So hatutapatia kila mtu responsibility zetu. Hatutapeleka malalamishi kwa agency sana pia kuhusu hiyo contract. Lakini pia wewe uko na responsibility ya kusema no. Kama ni hivi mimi siendi mahali. Kama ni hivi mimi siendi mahali. Because mambo mengine pia sisi wenyewe tunajisaidia. Wenyewe. Kwa hivyo mambo mengine tukikuja hapa kuyahandle, tunasema ya kwamba ulipewa contract kusaini kwa airport. My dear, tunaweza laumu aliyekupatia na pia tunakulaumu wewe ambaye ulikubali kuipokea na kuingia ndani ya ndege. Actually Mwana wa Mary, wanakuambia passport ndio hii, makaratasi yako ndio hii, twende. Mimi ndio ndawapeleka mpaka airport. Sasa anakataa kabisa, hawezi kukupea ushike kwa mkono. Nikuulize swali. Ukiingia check in. Nikuulize swali. Wakati unakataza huyu mtu, ukifika check in na useme hau check in, hauendi, ni nani atakukataza? Unajua sasa pale anakuanga desperation. Let us agree here. Desperation. Ya kwamba sitaki kukosa kwenda. This is your responsibility. Sitaki kukosa kwenda. This is your responsibility. We cannot. Wewe ni mama, mtoto analia, wewe ndio unafaa kumbeba. Wewe ndio utapeleka mtoto penye anataka ama ni atakupeleka? Hapana. Kwa hivyo wewe wakati unaambiwa time imeisha, unamwambia hiyo time tulikuwa nayo yote. Tulikuwa nayo yote. I need my contract. Acha nikupee mfano. Mimi nilipokuja hapa nilikuja kama dereva. Tulipofika kwa ofisi tulipewa another contract to sign. Tulikuwa watu 5. Lakini ile shida tulileta hawakuwahi amini. Tuliwaambia we cannot sign this contract. Mnatupatia hapa eti sijui chakula haitakuwa sijui nini. Contract yetu ya kutoka Kenya inasema mtupee chakula.
Kwa hivyo sometimes speak. Unajua ukiongea maneno ya haki na ya kweli inamuuma mtu hata kama anaenda kupiga kelele, lakini umeshamwambia ukweli. So what is our responsibility? So we should not run kila kitu tunataka kusaidiwa, kila kitu tunataka kusaidiwa. Hapana, mambo mengine ni yetu. Kama ulikosa kusign contract, it was your responsibility. Wewe kusema siendi, watakulazimisha. Nilikuwa peke yangu opposite. Watu wenye tulikuwa nao wote wanasema sisi wacha tuende. Wachana na umati. Wachana na umati. Lakini ukienda kuapply kazi, ulienda na wao? Tulikuwa na wao already. Ni hao wasichana wenye ukitoka kwenu nyumbani, ulitoka na wao? Sikutoka na wao. Ulitoka peke yako. Sasa mbona unataka huo umati ukupeleke? Lakini I thank God hata kama tuliharakishwa, tulisomea mbele. Wenye hawakusoma ndio walienda kuumia. Wakati uko hapa, ni nani umeonana naye? Ni mimi tu na boso. So unanipata? Ni nani umeonana naye? Kwa hivyo mlipofika pale kila mtu alienda njia yake. Hata airport tuliatania Dubai wengi. Unanipata? So we should also stand on our rights. Usianze kusema hapa nilipewa nilisign kwa airport. Mwambie kama mimi utaki siwezi. Wow. Okay. Na hope umenielewa. Asante. Okay. So I think Mwana wa desperation. Mtu ametoka village ati anaenda Dubai, anaenda Saudi Arabia. Sasa anaogopa kurudi nyumbani. You know, desperation, you know. Yeah. Tukue wafupi tafadhali. Ninaomba tukue wafupi tafadhali kwa sababu ya wakati. Kuna comments mingi nafaa kusoma hapa. Naomba tukue wafupi na ninarudia, naomba tukue wafupi tafadhali. Elizabeth, swali lako. Okay. Mwana wa familia, habari yako na kaka Sungura? Karibu. Salama. Mimi niko na swali nataka kuuliza, yani unapata unafika huku unaanza kupelekwa nyumba zingine. Ukikataa utaki kwenda kufanya kazi pale, unaambiwa umepewa network for free. Hawakulipishi hiyo network. Alafu unaambiwa kama mimi sasa je niongee kifyangu. Mimi nilimaliza miezi 3 pia simu walikataa nisikue nayo. Mpaka ikabidi nipange pagi yangu, nikamwambia sasa nirudishe kwa ofisi kama mtaki nikuwe na simu. Ndio wakaruhusu kuninunulia na ni pesa zangu. So venye walininunulia ndio wakaniconnect na wifi, wakaanza kuniambia niende kazi kwa nyumba zingine. Kukataa contract yangu inasema nisiende kazi kwa nyumba zingine, wanakuambia unajua uko na simu na uruhusiwi kukaa na simu. Unajua uko na network na atukulipishi. So nikashindwa ni nini? Na hapo unajua gari imesimama hapo inakungojea, unapiga hesabu nikikataa sasa hivi watakata network. Na wakikata network sasa nitacommunicate aje nyumbani hata kwa agent kumwambia venye kunaenda. Acha niende nikirudi ndo niambie agent. Kurudi kutuma hata message kwa hizo visa huku za Saudi hakuna response. Kuambia wa Kenya wanakuambia tutacommunicate, hakuna kucommunicate. So nashindwa vipi sasa, utaenda wapi? Utafanya aje? Ufanye kazi uajiwe network na simu, ama uache kazi unyang'anywe network unyang'anywe simu? Sasa Kaka Sungura, kuna mambo mengine utacheka na haina haja ya kuyacheka. Acha nimjibu. Anaitwa nani? Elizabeth. Yes. Kuna culture huku. Ninaomba ya kwamba watu pia waelewe hii. Huku kuna culture. Na culture yenye uko huku ni kwamba zaidi wa mama wengi huwa wanaenda kwa kina mama zao. Kama zaidi mama ameolewa karibu na kwao, within that area, anapenda kwenda kwao na anaacha bwana yake na anarudi saa 9 na hakuna shida, si kama huko kwetu. Na wanawake wengi wanapenda kutembea na wafanyakazi wao, na huko kwenye huwa wanaenda, kama ni msichana anaenda kwa mama yake, wanapenda pia kujivuna. Niko na mfanyakazi, utasifia. Unajua tajiri yote huanga anasifu mtu akikutumia.
oh, huyu ni mzuri, atafanya, unanipata? So kutembea na tajiri wako ya kwamba unaenda na mama mahali uende huko na kuambie fanya kitu, hiyo mimi nimeona kwa watu wengi ni culture ya huku. Mama kuenda na we mahali ni culture ya huku, lakini kama huwa anakupeleka kufanya kazi kwa mtu mwingine, kataa tu. Yani yenye namaanisha kusema si kuenda kutembea na yeye, tukienda na sisi wote pamoja hamna shida, si tunaendanga sisi wote. Sasa shida yangu ni yeye anapaki kwa nyumba, unapelekwa kwa nyumba ya mtu mwenye ujui. Mwanzo mali nilipelekwa mara ya kwanza alikuwa askari wenye nafanya kazi, ndo akakuja na bunduki akaniuliza hii mnahitaji Kenya, ndo nikamwambia fanya nini, nikashangaa guy anataka nikikataa kazi anishtue ni nini, na niko peke yangu na mwenye alinichukua na gari nienda kufanya kazi huko. Mama alikuwa amepaki huko kwa nyumba, si kuenda na mama. So kitu ambacho nakuambia ni kimoja, mambo mengine yakatae na umwambie. Unajua sisi wenyewe pia tuna break contract. Wakati umemwambia contract yangu haifai kuenda kufanya kazi kwa mtu mwingine, mwambie hata hii wifi umenipatia ni haki yangu, na kama sio hivyo, si ulikataa mara ya kwanza akataa kurudisha kwa ofisi, mwambie sitaweza kufanya hii, nirudishe kwa ofisi. Kama ni hivyo, nirudishe kwa ofisi. Na pia ujue ya kwamba tajiri yoyote akikuangalia ajue kuna uoga wa aina fulani, pia hiyo weakness yako ndiyo atatumia. So mambo ni haki yangu. Kukuwa na network ni haki yangu. Kukuwa na simu ni haki yako, lakini pia uheshimu kazi yako, because mimi ni dereva, siwezi endesha gari kama natumia simu. The only thing is that mnapewa simu na unataka kuwa YouTube usiku wote, unataka kuongea na njau wa Qatar, wacha nitumie mfano, njau wa Qatar kwa video call, unataka uingie Gidi eti connection usiku tu patanisho, unataka uwe huko usiku wote, haumiss kichochote, udaku wa Facebook, hautaki kufanya kazi kwa sababu ya hiyo network. So pia sisi tujihadhari na mambo mengine. Wakati umepewa network pia jua uko kazi. So wacha kila saa tajiri akuone na simu, dakika kidogo ka message kaingia titi, umeangalia babe uko aje? Hiyo sasa umeconcentrate, umeachana na kuosha vyombo, umeweka YouTube, umeanza kusikiza ngoma, wakikuita usikii, watakunyang'anya wifi. So wakati mwingine napatiana ushauri generally, wakati mwingine pia wewe angalia ya kwamba wakati tajiri ni kama mtoto. Wakati umekubali kufanya kitu kwa mara ya kwanza, hautawahi mkataza. Kwa hivyo stand with your contract from the first day. Ukijaribu kuambia tajiri, akikwambia nenda uoshe nyumba ya sister yangu wako mahali fulani, ukubali kuenda. Usijaribu. Nikupatie mfano nikimalizia uende. Mimi ni dereva lakini kampuni inatuhaya kwa mtu. Mtu anakuja tunauzwa, wacha niseme tunauzwa. Mtu akikuja kukununua kwa kampuni, mnapatiana makubaliano. Nafaa kuosha magari mangapi? Mawili. Nafaa kuosha gari mbili, yako na yenye mimi natumia. Kwa hivyo ukifika kule akwambie osha hii compound, uoshe. Siku utakataa kuosha mtakosana. Lakini kila ile siku uliingia hapo mkamwambia mimi hapa ni magari ni mangapi? Gari wapi gari ya madamu ndio hii. Wapi gari yako ndio hii. Vijana wako wajioshe. Sasa na kuna sasa kama huku kuna kijana alikuwa amefungwa 15 years now, lakini amefunguliwa last week. Elizabeth, tafadhali tukue very brief. There are so many people waiting online. Tafadhali tukue tafadhali. Si unaona sasa huyu ameongezeka, tumekuwa wengi kwa nyumba. Sasa contract, yani watu wenye nafanyia kazi si wale wenye nilikuja kufanyia. Na wewe sasa amekuja kwa hapo mpaka nimalize kazi nirudi. Nitafanya aje? So hiyo itakuwa nitakuomba tu kama hauna matatizo mengine na hakuna kitu kingine ambacho usijiletee mambo mengine ambayo yatakusababishia vitu ambavyo havipo. Kama hiyo kazi unaona ya kwamba haiwezi kukulemea kwa kabisa, because naona saa 4 na unaweza kuja live. Kwa hivyo yani vitu zingine usizieke, yani havikuumizi.
kwa sababu hata ukianza kuvitafuta havikupati suluhisho, lakini havikutesi. Unanipata? Kama unapata chakula, umepata wifi ndio uko hapa nayo, unamwambia Mungu vitu zingine hizi, hata kama ni kelele, acha mimi nitaivumilia, lakini ninajua kilichonileta. Niache tu kutafuta sababu ya mimi kuondoka. Okay, nashukuru. Asante. Okay. Mheshimiwa Pethuel Akuma, na kuona hapa, tafadhali karibu sana. Ni mojawapo ya marafiki wazuri ambao wamesaidia wasichana wengi kutoka maeneo ya Saudi Arabia wanapokwama. Kwa hivyo yeye pia yuko hapa anasikiza show. Pethuel Akuma kutoka maeneo ya United States. Karibu sana ndugu. Okay, nataka nimpatie Anita nafasi aulize swali, kisha baadaye tuende kwa Ruth Rabera, naona amewasili hapa. Asante nyote na waona. Claire Mteheli, karibu sana kwa show. Nyote nitawapa nafasi, na ukikuja tafadhali, kwa sababu kuna watu wengi sana hapa leo. Tuko na audience kubwa zaidi, na kama uko Facebook, you're watching us via Facebook, make sure you share this video tafadhali. Just click the share button and share with a friend. Unaweza msaidia kwa njia moja au nyingine. Kwa zile grupu mko nazo za Saudi Arabia, watu wa Gulf, share that video in those groups, they might help somebody. Okay, karibu sana Anita. Asante sana. Mwana wa Mary, habari yako? Salama. Okay. Mimi sina swali, lakini niko na maoni kwa wasichana wetu ambao wanakuja Gulf. Is all about dressing type. Kuna watu ambao wakikuja kwa Gulf wanataka kuvaa jinsi wanavyotaka pale nyumbani. Wanasahau ya kwamba huku ni kwa mahali pa Waislamu, na Waislamu pia wanapenda kufunika uchi wao. So wengi ambao wanapata shida ni dressing. Unapata kuwa mtu ameingia kwa nyumba ya mtu, anataka kuvaa tight, anataka kuvaa sijui sleeveless, anataka kuvaa nguo ambazo haziheshimiki kama Muislamu. Unaona? So mimi kwa advice yangu, ukitaka tu amani kwa nyumba ya mwanamke yoyote Muislamu, ni uvae jinsi anavyotaka. Na akikwambia kwangu hautachana nywele, ishuke matuta na ufanye kazi ambayo ilikupeleka pale. Kama umeenda kuwa kama mfanyakazi wa kuclean nyumba, we clean nyumba. Usiende mambo mengine pale, juu wengine unaona mtu anaingia jikoni, wengine wanafanya vitu ambavyo hazieleweki kabisa. Hizo vitu ndio zinachangia hao watu kuteseka. Unaona? So for me, my advice is, wakati uko kwa Mwarabu, jua uko kwa Mwarabu na ufanye kila ambacho kimekuleta mahali pale. Usifanye tofauti na kila ambacho kimekuleta mahali pale. Na kama umekuwa mang'aa in Kenya, usilete umang'aa Dubai, ama usilete mang'aa mahali popote ambapo ulipo. Pale umeenda ni familia ya mtu, iheshimu jinsi ilivyo. Yale ambao umepata pale kwa ile nyumba, yawache mahali pale pale. Usiende ukaipeleka mahali pengine. Hiyo tu ndiye mambo ambayo ningependa kuambia wenzangu. Na utakaa na heshima kabisa. Mambo ya chakula. Ukiwa upewi chakula, unaweza piga 999 and 9 then 11. Hiyo ni police. Kama unaona kweli unateseka, hiyo ni emergency, itakusaidia. Utaongea na polisi, na polisi watateka an action. Polisi wa huku si kama polisi wa Kenya, ama si kama polisi wa Afrika. Watakusaidia kwa njia yoyote ambayo ungependa kusaidika. Unaona? So kama kweli unateseka na unajua kweli unateseka, mimi ningekuadvise hiyo time yenye unachukua kuweka Facebook maneno yako ya kuanza kuambia watu, take that time, dial 911. Itawasaidia, muongee na polisi, uambie shida yako na watakusaidia jinsi unavyotaka. Asanteni sana. Asante sana. Okay.
nataka nimpatie, kuna ndugu yetu hapa ambaye amekuwa akisaidia wasichana sana walio maeneo ya Saudi Arabia, Mheshimiwa Bethuel Akuma, na kupa nafasi kwa dakika 2 ziko mbele tafadhali. Wacha niseme kwa wale wageni ambao umeungana pamoja nasi kwamba show hii inakuwa kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Tunazungumzia masuala mbalimbali yanatukumba kama sisi wa Kenya na wengine, kuanzia saa 3 hadi saa 5 kila siku ya wiki, 9 pm to 11 pm daily kwa Kisi Hot News YouTube, Kisi Hot TV YouTube na Facebook. Karibuni sana, tuendelee. Nataka nimlete Bethuel Akuma kwa dakika 2. Najua ni mwanasiasa na anapenda kuongea mambo mengi, lakini tafadhali Bethuel Akuma uwe mfupi leo. Unajua wanasiasa wana mambo mengi. Karibu sana ndugu yetu, ili at least tuzungumza mawili matatu. Asante sana mwenzangu kaka wa kunipa nafasi hii muhafaka, na nashukuru kwa hii TV yako ambayo itasaidia wenzetu ambao wako katika Uarabuni. Asana mshukuru brother hangu Mwana wa Mary. Kuna wakati nilijaribu kuongea na wewe sikukupata vile, wakati tulikuwa tunashughulika mambo ya Sabina, na wewe wakati huo ulikuwa usatekwa magerezani, lakini pole kwa hayo yote unapitia machuto. Asante. Kwangu swali ni, wadada zetu ambao wameenda nchi ya Uarabuni, mbona hawafuati sheria? Kama unajua wewe ni mang'aa vile nimesikia mwenzangu amesema hapo, punguza ile nchi ya wenyewe. Umeenda kama mtumwa au umeenda kama mfanyikazi, chunga sheria. Na kila mahali, kila nyumba iko na sheria, fuata sheria. Na wanasema fuata nyuki ula asali. Ndio ndasema. Mimi kama leo la siku ya Jumatatu kaka, nilipata sita kubwa sana. Dada yetu alikuwa amechomeka matako, kama mmeona hiyo clip. Hana namna ya kutoka kule. Bwana hake nyumbani amepata accident yako hospitalini. Usiku nilisumbuliwa baka nilikata tiketi usiku. Simchui simfahamu, nikakata tiketi ili asafiri nyumbani. Haukuwa na tiketi. Na sio rahisi kupata mtu ambao kitu ambao uko umetarajia kigafra na sio katika budget yako, alafu nakata tiketi kigafra. Ni vigumu sana, sio wengi ufanya hivyo. Asa mwenzangu la ndugu yangu, niko na machungu sana kwako. Nasikia vile unatesa kusaidia kina tata wenzetu, na najua yala anaendelea katika ubarosi wetu. Tuyaelewa vizuri sana. Kwa hivyo tusife moja, tuendelee kuelimisha watoto wetu, dada zetu wajue yala ambao yanawakumba, yasiende kuwakumba. Ni uchungu. Mwenzangu amesema hapo, huyu ametoka hapa saa hii atumie 911 ili atasaidika kabla kutuma kilibu kwa internet. Lakini swala langu ni Mwana wa Mary, mbona hawa maagenti wetu wengine walagai, wengine sio wakora, walagai wengine wa ukweli, lakini pia na data zetu ni wao wako na shida fulani vile ulikuwa umeongea. Wakati una sign contract, isome kwanza kabla kusign. Anafika kwa airport ya kwambie ndege ndio ingia ndani, mkataza mwambie la, lazima nisome katiba yangu ya kunichukua kule kwenda kufanya kazi. Usiingie tu hila kwenda kufanya kazi. Kifikirie wewe mwenyewe na maisha yako. Labda ni msasi, umeacha watoto wako, umeacha bwana yako nyumbani, alafu unachirusha kwa maisha mahali kwa motoni, kitimba cha motoni, alafu unaanza kulia. La, usiingie kitimba cha motoni kisa na maana unaanza kusumbua watu wa balali sauli kuokoa maisha yako. La, kipende wewe mwenyewe kwanza, kishughulikie wewe mwenyewe kwanza, ndio kisa na maana sisi tukushughulikie. Mwenzangu hapa anaanza kazi yake, anaenda kushughulika. Kwa hivyo data zetu, sitaki kuchukua muda mwingi, ni chungu kwangu na ni chungu kwa wale maagenti. Asa naramika sana kwa wale maagenti walaghai ambao wanatuma watoto wetu Waarabuni kwenda kuteseka. Kingine, mtoto wa Mary, kuna kitu nataka ukipata wakati nataka ukuje inbox yangu nitafute, tuongee tujue janzo ya embassy yetu ama ya embassy yetu ni nini hasa kiko ndani. Kwa maana watoto wetu wengi wanakimbilia kule, tena wanarudishwa mahali wametoka. Kulika embassy yetu washughulikie, tena na warudisha kitimbani cha moto. Banatoroka kitimba cha moto, tena wanarudisha kitimba cha moto. Hiyo ni swali moja nimekuachia wewe mwenyewe, utafute wakati tuongee ana kwa ana. Sitaki kuongea hapa
kwa grupu. Kaka, nashukuru ndugu yangu kwa yale ambayo amefanya. Ni njia moja ya kuleta hii TV ielimishe data zetu, ielimishe wazazi wetu, wale wanatuma watoto wao kule wachue ni sheria gani. Msasi kama unapenda mtoto wako, lazima uangalie anaenda wapi. Usome yale makaratasi, uhakikishe mtoto wako kweli anaenda mahali hata wewe mwenyewe utafuatilia upate. Sio wale walagai wanakuja chumbani chako kwa meza, lisavuni kule vitongochoni, alafu unaandika makaratasi, alafu unabanisha mtoto wako basi anaenda Nairobi, anatolewa kwa station bus, achukuliwa airport station. Umaanishi mtoto wako anaenda wapi? Hiyo sio kupenda mtoto wako. Mtoto wako lazima ufuatilie uchue anaenda wapi. Ni nani amemchukua? Uende kule kwa vizi, uangalie kweli hiyo vizi ni ya halali ama sio ya halali. Usome makaratasi kukuta kama imesajiliwa katika na serikali. Alafu uliza maswali, upaki na passport copy, upaki na copy zile contract mtoto wako amesign, uende nazo nyumbani. Kisha na maana chochote kikiwa itakuwa rahisi kufuatilia, kwa maana uko na makaratasi yanaonyesha mtoto wako mahali alienda. Lakini sasa mtoto akienda peke yake, shida zimetokea, hatuna chochote, kipari chochote za kuonyesha mtoto alienda wapi. Wewe mzazi tukukuuliza, kwani mtoto wako alienda wapi? Makaratasi yako wapi? Huna makaratasi, huna chochote. Sasa wewe nikulilia tu watu nisaidie, utasaidika aje? Na pia watoto wetu mkienda ng'ambo kule Walabuni, chua wale watu wako huko, tuma passport yako, kutoa copy, tumia wawili watatu, waambie chamani na wape address mahali yupo, waambie chamani in case of anything, this is the contact you can follow up me. Lakini sasa unaenda kule, unakaa kimya, hakuna mtu anakujua, unapata shida, unapea Mwarabu passport, una copy. Sasa mtu akikufuata atakufuataje? Hilo ndio swali langu. Na mwingine ambaye ako na swali aongezee, sitaki kuchukua muda sana. Asante sana ndugu yetu Betwel Akuma. Yes, Mwana wa Mary, sijui kama ungependa ku nitaongea kuhusu passport kidogo. Kwamba mimi nataka kusema ya kwamba sisi kama Wakenya, we also have to be responsible. What is our responsibility? Me as a person, kama mzazi uko na responsibility ya kumlinda mtoto wako. What is my responsibility kama ninakuja kufanya kazi? Wengi wanakuwa wanashughulikiwa kupata passport, lakini hakikisha wakati unataka kutoka ya kwamba hata ule mkataba ambao unausaini familia yako ikuwe nao. Hakikisha ya kwamba your responsibility also, because ninapokea simu zingine wakati mtu wacha nipatiane tu mfano. Mtu amenipigia simu akisema dada yake alikuja huku na hajui chochote kumhusu. Hajui chochote. The only thing anajua ni ID yake ya Kenya. Lakini tunasaidiana, tunamwambia cha kufanya na tupate details za huyo mtu na tuone kama kweli aliingia nchini Saudi Arabia. So the only thing is here but ya kwamba we as Kenyans also we should be responsible. Wewe unapewa passport yako kwa airport, hata hauwezi pigia mtu, ni vile unafikiria, unaangalia viti za airport hujaiona. Unajua sometimes reflect where umetoka. Unajua wakati mwingine, unajua huanga ninaangalia picha zangu nikiwa airport, I thought I'm very clean, lakini nilikuwa mchafu the first day nilikuwa nakuja huko. Kitu kingine, wacha nikukata mtoto wa Mary. Kile kitu kinasumbua watoto wetu asani, acha ipanda ndege. Yes, ukweli kuna ukosefu wa maisha kinyumbani, lakini akisikia anaenda kupanda airport ndege yani ajisahau maisha yake, anaangalia atapanda ndege, vile atapiga picha weko kwa mitandao ya internet ati amepanda ndege ako Alabuni, lakini akumbuki machuto mbele, hachachua machuto. Hilo ndio kitu sana kinasumbua watoto wetu. Kusikia tu anaenda kupanda ndege, na hata msahale imagine aambiwe kama mwenzangu ametoka hapa nilikuwa na watch ati ameambiwa 850. Just imagine 800 kwa Kenya, sijui ni pesa ngapi kama hizo sasa kwa iali yenu vile mnabadilisha mnaita ali sijui wapi yani kama 22,000 22, lakini akitoka kula naambiwa ni kama 45,000 ama 50 wengine.
Haya, wengine waambiwa wanaenda kufanya kazi nyumba, wanaambiwa ni kiovisi. Lakini chambo langu ni uhaje na tamaa ya kupanda ndege. Ndege utaipanda, lakini maisha yako kimbele. Weka maisha yako mbele. Weka maisha yako kwa kifua mbele. Wacha kuweka mambo ya kupanda ndege na kuweka kwa mitandao ya internet kuonyesha wale mlisoma nao ati umepanda ndege huko kwa airport. Hiyo weka kando. Saa hii wengi wametoka huko wakiwa virema. Kama huyo data umeona amechomeka, sasa atarudi nyumbani hana chochote, amechomeka, anataka pesa aende kuchitibu. Kwa hivyo data zetu tunawaomba, mumesoma, wengine wamesoma mpaka form 4. Kama kuna mtoto nilirudiza juzi alikuwa na C+. Just imagine, C+. Nikamuuliza data miaka 19, nikamuuliza data, ulikuja kufanya nini huko na hii C+? Si ungeenda college. Lakini ile tu ni ile alisikia anaenda kupanda ndege. Hiyo ndio kitu mimi nitaweza kusema. Ni ile tu alisikia anaenda kupanda ndege. Kiza achukue bicha, aweke kwa mitandao, aonyesha wenzake wale wasoma nao adie amepanda ndege ako Arabuni. Unaona? Na kitu kingine, bila mwenzangu amesema, kuna wale wajeuli wamekuwa nyumbani anaruka kule na kule na kule. Afika kule hata soma masaliti, yule Mwarabu hataki aone ukifaa nguo kifupi kuonyesha mapacha bwana yake, na anachoka kionyesha bwana mapacha kuna shida. Alafu umeanza kuvaa nguo unaonyesha bwana yake mapacha. Na unajua wanaume ni wengine, akiona mapacha na amekuwa nyang'au, ataanza kukularua tu. Na hiyo mata ukararua bibi yake akijua uko tapani. Kwa hivyo nao watata zetu nao wafanye vinguo kiheshima, wafuate sheria vizuri. Ya pili, passport. Sijui hiyo nchi ya Waarabu vile hipo, lakini mahali tupo sheria nasema hakuna mtu ambaye anastahili kuweka passport yako, ID yako, social security yako. No, we mwenyewe ndio unastahili. Akipatikana anaenda chela. Lakini kule sijui vile ipo. Lakini naambia tata zetu kweli, kabla na wazazi, mimi nalaumu watu wawili kwanza. Yule anaenda Arabu, mzazi, hao ndio nalaumu. Tena maagent bandia nao na walaumu. Na si walaumu vile, kwa maana we mwenyewe ukienda kule, we ndio unasign contract. Lazima uangalie huyo agent ni wa ukweli ni wa uongo. Ndio waamue, kwa maana uamuzi ni wako. We ndio unaenda kufanya kazi. Unaona? Na zile karatasi mzazi na aende nazo, awe na copy. Na wewe na copy. Hata Mwarabu akichukua singine, kuwa na copy kwa sanduku lako, kwa maana hakuji kupesa kanya kwa sanduku lako. Unaona? Na achua wale wako kule, wape simu, wachue mahali yupo. Mwana wa Mwana Andrea. Mwana wa Mary Andrea. Basi hayo ni maoni ya muhimu, na nitaka chotuweza kusisitiza pia ni kwamba katika yote hatukosi kupatwa na shida, lakini those ones on authority, tafadhali, as you can more practice the authority that you have, tafadhali jaribu pia kuonyesha ni kwamba Wakenya wengi pia wanahangaika huku kwa sababu the most agencies zimekuwa connected na wale watu ambao wangeweza kuwasaidia. So you get that ya kwamba maybe if the labor attache in Kenya Embassy akona watu 5 ambao wanajua anapatanga mulungu la kiasi kutoka kwao, they cannot be able kuleta suluhu la mambo ambayo inakuwa. So the authorities zenye tuko nazo waweze pia kufuatilia, na nitakuwa tu hapa nikienda kumalizia niwapatie the agenda ambayo mimi nimeanza kuifaitia since 2016, na pole ninaona ya kwamba Mungu akiniwezesha tutakuwa tuna reduce maybe to 0.1 or kama itapata kibali, lakini haiendi kwa haraka, lakini I have the agenda ya kwamba tuone how we can solve these problems, na sisi wenyewe ndio tunapitia shida na sisi wenyewe ndio suluhisho. Asante sana Mheshimiwa, nashukuru mkono bwana. Asante. Nitakutafuta. Karibu sana. Asante. Haya, kabla sijamleta, kuna mwanadada wetu ambaye alikuwa anafuata Betwell, anaitwa Ruth Rabera. Dakika 2 tu Ruth nakuleta hapa. Tafadhali ewe mtazamaji, wapo natutazama popote ulipo, nashukuru sana mashabiki ambao wamekuwa wakitusupport
kwa hii show na wale ambao wangependa kutu support kwa hii show, tafadhali tunataka kununua studio equipments ambazo ni za nguvu zaidi kushinda zile ambazo tuko nazo. Tunataka lapel, nitoa hizi vitu kwa masikio. Kwa hivyo iwapo ungependa kutu support na kidogo ulicho nacho, kile kidogo ambacho Mungu amekubariki nacho na ungependa kutu support, right now we are raising 380,000 for camera and live view. Kuna namba ya simu inapita hapo chini. Kama ungependa kutu support in any way, 0700169444. Iwapo TV hii imekupendeza tangu tulipoanza wiki chache zilizopita, umesoma mengi kutoka hapa na ungependa iendelee zaidi, we need your support. Hiyo namba inapita hapa ya M-Pesa, support na chochote ulicho nacho. Wacha nileta Ruth Rabera aulize swali. Karibu sana Ruth. Asante kaka Sungura. Asante Mwana Mary. Is it Mwana Mary if I'm not wrong? Mwana wa Mary. Yes. Mwana wa Mary. So for sure this is not my first time kumuona. I want to take this opportunity. Kina Mororireiga, I really appreciate your work. Tunashukuru sana kazi unafanya kusaidia wenzetu wenye wako pale. Tunaona kazi yako na wanasemanga kazi mzuri it will never go unrewarded. So hata usipo rudishiwa shukurani ama usipopewa back kwa wale unasaidia, Mungu you will come to see your blessings. So continue with the same spirit. Kaka Sungura, thank you. Support mali tutaweza. Najua hata shilingi yangu moja, shilingi 10, it will help somewhere. So yeah, and my points, I'll be very brief. Ninauliza jambo. Okay, let me give an example, very quick example. 2016 nilipata kazi through agent, nikapata kazi Qatar. So this agent siku ninaenda kuchukua makaratasi yangu nienda Qatar, he gave me some papers. Then akaniambia nikifika airport nikiulizwa nani ameniconnect nisimtaje, akanipea the different person. So I noted something fishy was there. Then nikaangalia zile papers kusoma, nikapata niko na contract ya 5 years. I was like, what? Okay, what I did, nilipewa makaratasi yangu, passport yangu, nikapewa fare. Yes, was it 60? That time 60, ilikuwa ni 30 but akanipea 60 nipande number 34 kwenda airport. What I did, bila Mungu ni Mungu, I just said a word of prayer, nikamwambia Mungu, whatever that will come into my mind, I'll take it. If you want it, if it's by your will I go to Qatar, I will go. But if it's not by your will, just let your will be done. Nilipanda gari kwenda Kisii saa 9 ya jioni, nikafika nyumbani saa 5. Saa 4 saa 5. I didn't go. I canceled that journey. So it's our, also we need to take it's our responsibility to look at the papers. Be sure of what kind of step are you going to take. Is it your life or is it money that comes first? So on my side, honestly, to be sincerely speaking, maybe I do sympathize with my sisters who are at Saudi, even though tunatafuta, mimi I fear that place. Hata nidanganywe ni agent nijipate eti amenidanganya anachukua Saudia. In fact, even I was telling a friend of mine today, nijipate ndani ya ndege tunaenda Saudia, I will scream in that ndege hata sitatoka kwa hiyo ndege. I'll just be crazy. For those who are there, I really sympathize na nawaombea sana. Kama ni uwezo, mfight tu wasichana wetu waache kwenda pale. I hope wenye wanaenda ni wale wenye hawajaona what is happening. Let me try to convince myself like wenye wanaenda maybe hawana pesa ya kuingia YouTube waone what is going on. There's some lack of information. We need also civil education, So whatever you are doing, Kaka Sungura, for this your platform, it's very even I congratulate you. It's a noble thing. Whatever huyo Mwana anafanya pale, tunamwombea sana na Mungu akusaidie. Mimi ilikuwa tu ni kwa congratulate na ninasema in all let's put prayers, because sometimes najaribu kufikiria like
Mbona hata wasichana wetu wakienda huko, my sisters wakienda pale, magonjwa, some complicated diseases zina come up. Is it that these people wanaswali hiyo swali yao, wanaomba maombi fulani kuja kwetu ama ni nini? Nashindwa kuelewa. So what I can urge my sisters, let them be yani waombe sana, you know, yani they should not cease play, yani waombe kwa bidii, kwa sababu you never know, these people wanaomba like 10 times a day, you never know what, because some diseases zinakuja, mtu anakuwa mgonjwa, tumbo inavura from nowhere, you know, inashangaa. So tunawaombea sana, na hiyo mambo ya kusema like, sasa nikwambie, if kutoka Kenya kwenda Saudia, si mabwana kutafuta ama kuja Middle East. There are so many men out there in Kenya. We can, you know, hapa ni kwa desperate na kutafuta. Na tukienda nyumba za watu, let's have respect. Jua chenye kimekupeleka pale. So mimi sidhani kama kuna wanaenda huko kuenda kutafuta mabwana za watu. I don't think so, but if there is, please let's have courtesy, let's have boundaries. Once you are working in a house, mtu mwenye unafaa kuface in anything, it's the lady, be on the lady side. Mwanaume, talk to him straight on his face, muangalie tena na kuambia sikiza, stand with respect. Utampea chance ya kukuambia bla bla, no. Once you know somebody anakuchukua vile huko, once you treat yourself with respect, you earn respect. The other thing was nimesahau, but hayo ndio niko nayo. Alafu Mwanamisi, let me ask you, for sure these people ni wabaya, si box aba ntabaiga, hawa watu wa Arabu, hawa watu ni wabaya. Kuna some situation unasikia like dunia ipasuke uingie ndani, you find yourself in a situation like, yani wanatumia watu vibaya, they mistreat girls. Unapata by the end of the day mtu amesema afadhali hata nitoroke huko nje kuliko hapa mahali niko. So sometimes I cannot blame these girls. These people are like, yani si hawana utu. Ndio naambia watu, instead hata ya kwenda Saudia, it's better tufanye umaid Nairobi ulipo 7,000, but you have peace of mind, kuliko kwenda kurisk, because you don't know what kind of a house you are going to, you know. So ndio nasema maombi, na let's respect ourselves for those who are there already wako huko. Alafu pia endelea kusukuma Mwana, let me just shorten it, hiyo jina nyingine ni ngumu. Nilikuwa najua wewe ni msichana, cause hiyo jina ni walikuwa nasema hiyo jina, mimi nilikuwa naelewa ni Mwana. Sasa nikasema ni msichana anafanya driving pale. I've been hearing your stories, ulishikwa, nilisikia, tulikuombea. I hope I'm not wrong. Nilisikia ulishikwa na ukafunguliwa kwa sababu ya kutetea haki. Speak for the weak. That is your motto. Speak for the weak mpaka ufe. Ni vizuri ufe ukifanya the noble thing. Yeah. So wacha niwatie wengine, hata simu inaisha moto, na raha ya baba sungura, kaka sungura. We are here to support you. Whatever we'll get, tutarusha hapo mahali umesema. Thank you so much. Mungu awabariki. Asante sana. Okay, Claire Mteli, tafadhali tafuta, uko kwa giza sana, tafuta some light, tafuta some light, alafu nitakuleta hapa kwa studio. Mchukuro wa Kerebi, finally you are on camera. We, nimekutoa studio kwa sababu sionangi uso yako. Karibu sana. Unmute your microphone. Okay, kaka Sungura. Thank you. Asante sana kwa kunikaribisha kwa studio. First of all, let me take this opportunity to salute our CEO, our president, our all of names in Saudi Arabia. This is the man and the final man. Huyu ni mwanaume wa wanaume wote. Okay, ningesema hivi. Mwana wa Mbeli, mimi sina swali, sababu I know what is going, na nimesikia yenye watu wameongea kutoka nyuma, sitaki kurudia. Mimi ningeambia Mwana wa Mbeli Onyango, thanks our brother kwa ile kazi unafanya, na si ati unafanya kwa ajili ya kupendeza mwanadamu. Najua unafanya kutoka kwa roho yako, na yale umetenda yote ni Mungu atakulipa. And we know
tuna fight Mwana wa Mary, Mungu akuweke hai mpaka vitukuu na vitukuu vyako vikuone, sababu ile kazi unafanya. Imagine Mwana wa Mary anatetea mpaka mtu amekufa. This is so wonder. This man is so strong man. Mwana wa Mary, we salute you. Mimi sina mambo zingine, lakini wacha niongelee kitu kimoja. Pia tumeongelea kwa mabaya ya maagenti, office, manini. Pia wacha tuongelee juu ya wasichana wetu wenye wanakuja huko. Wasichana wetu pia wanahusika kwa kupata shida. Kwa sababu gani? Msichana anakuja kutoka Kenya, akifika huku anataka kuchukua ile tabia ilikuwa Kenya, anataka kuileta kwa mdozi wake. Akiambiwa huku kwangu ufai kuingia jikoni na ukiwa na simu. Msichana anataka kuingia na simu jikoni, ama anataka kupika chakula na simu iko kwa masikio hivi. Hiyo inakuwa the big problem kwa Mwarabu. Kitu ingine wasichana wetu wamekuwa nayo ni kiburi. Kiburi, ashua wasichana wenye wamekuja 2019 wamekuwa kiburi shida kubwa. Na ni kwa nini nasema hivyo? Naangalia kwa magroups. That is the way you read the character. There is someone ready, siku moja kwa group fulani alikuwa na argue. Nikaenda nikamuuliza, mbona unafanya hivi? Ulikuja kweli kufanya kazi? Akaniambia nilipanda ndege, si kuwa na shida. Nilipanda ndege kusikia utamu wa ndege. And the same ladies ndio unapatanga wanaletanga shida ati tumeteseka. Na wasichana wengi wanakuwa hivi. Wakifika kwa Mwarabu, ujue wametoka Kenya wakiwa na hangover. Anataka kufaa kifua ikae nje. Na hiyo ni hatia kwa Mwarabu. Anataka kufaa skinny tight. Amepewa ile nguo kubwa, afae ameikataa. Hataki kufaa. Inaleta shida. Kurudi hapo, anaanza kupigia agent simu. Huku ninateseka. Na si kuteseka, ni ile amekatazwa, anaambiwa afuate ile masharti yenye amepata kwa hiyo nyumba. Na kitu ingine wasichana wetu imewapea shida sana. Vile wanakuja, hawateki time kusoma ule mdosi amekuja kwake. Ni nini anataka, ni nini hataki. Ashua aingie mahali kuna vijana. Mwarabu astaki ucheke na kijana wake, mtoto kijana wake. Hama hataki upite karibu na mwanaume wake. Na nimesikia, unajua huyu mwenye ametoka hapa sahii amesema mwanaume ni mwanaume. Awe mweupe awe mweuzi. Akianza kutoka hivyo, msichana kama wasichana wamekuja saizi, ni wasichana wako na mioto sana. Ametoka akiwa na adolescence, ndio ametoka shule, ndio sasa anasikia mwili na waka. Mwarabu anachukua tetazo ile nafasi, anaanza kumwambia, "Hai, huyu msichana unajua hachui Kiarabu." Hachajua Kiarabu. Huyu msichana hakuna mangoba. Labda hana credit. Huyu mbaba akitaka kuwini ule msichana, ataanza kumuongeleza, akimwambia ile kitu atamwambia akikubali, atamletea credit. Huyu mwanaume akimletea hiyo credit, huyu msichana amekubali mambo yenye huyu msichana anataka. Halafu simu yangu imeenda wapi? Halafu hiyo shida imekuja saizi, ni shida kubwa, na ni shida inaletwa na wasichana wenyewe na maagent. Ile training wanaenda huko mahali wanaenda, hawafunzi kukuja kufanya kazi. Wanafunzwa vile wanakuja kutumia simu, vile wanakuja kufanya, vile wanakuja kuingia Facebook,
vile wanakuja kupiga picha kwa nyumba ya Mwarabu, vile wanafaa kufanya ukaidi. Tukue brief nani Mochokoro, tukue bit brief because of time, really we are running out of time. Okay, unajua ninaongea sababu kuna ile machungwa tunaona wasichana wanapitia na kuna ile experience iko ndani, na vile Mwana anasema wasichana wetu wajaribu respect wenyewe. Okay, tufanye hivi Mochokoro, can we dedicate this week to our people in Gulf? Ninamaanisha hivi, mwana wa Mary, ninamaanisha hivi, leo hii tumezungumzia zile shida ambazo wanapitia. Labda kesho tena tukuje hapa tutafute some 2-3 people wenye watakuwa hapa kama Mwana wa Mary amekuwa leo. Tukuje hapa tupeane advice kwa wale wasichana wetu wanaenda Saudi Arabia na wale wageni ambao wako pale ambao wanapitia mateso. Tuwapatia piece of advice on how to stay there. Tuzungumzie mambo ya nguo, tuzungumzie mambo ya wifi, mambo ya kufanya kazi ambayo yamezungumziwa hapa na mengine mengi tafadhali. Kwa hivyo leo hii tulikuwa tunauliza maswali na zile shida ambazo wanapitia along that line. Kwa hivyo kwa sababu nimeona huu mjadala ni mrefu, kesho kutwa wacha tuandae tena kikao kingine kinazungumzia masuala haya lakini katika viwango tofauti. Mtanikubalia hivyo? Ni sawa, haina shida. Asante. Una swali jingine? Mi sina swali lingine. Sikuwa na swali, nilikuwa naongezea na nilikuwa na advice wasichana. Okay. Sawa, tufanye hivi kesho saa 3 ninakuhitaji hapa. So tuingilie hiyo topic yako sasa kesho yote mzima. Sawa? Okay, thank you. Asante. Barikiwa sana. Thank you for understanding. Okay, thank you. Aya. Okay. Nataka swali kwa sababu wakati umeenda tafadhali na tunataka kutoka hewani. Nataka mtu ako na swali. Ukikuja hewani tafadhali swali. Je, unapitia shida fulani na ungependa Mwana wa Mary akujibu na ungependa kuitatua vipi? Hivyo tu. Maoni, waja tukutane kesho kwa show ya advice tafadhali. Ninaomba hivyo. Haya. Wacha nione nani hapa. Anaitwa Geti. Geti, uko na swali? Mimi sina swali. Mimi nilikuwa tu nataka kusema kuna wasichana pia, kama kuna mtu yeye hajapitia shida, wale watu wenye wako successful wenye wameenda Saudia wamefanya kazi nzuri, mimi hao ndio nilikuwa nasema kama kuna hao mmoja ama wawili pia waingie huku ili waseme wengine huku ili wakuje na wao waseme kama mimi nilienda Saudia lakini sijapitia magumu ama nilijieka hivi na hivi, ndio isikue tunaegemea jina mateso pekee. Wenye wamepitia mazuri pia wakuje, na tutafute broker ama agent. Kama kuna agent ama broker pia. Agent alikuwa tupate mmoja ndio wakuje wazungumze. Otherwise mimi sina mebe mingi. Ni Asante. Can we task those people who are in Saudi Arabia, if you know any agent na angekubali kuja hapa azungumze from the agent point of view, tafadhali muunganishe na mimi. Kesho tuko na special show kama hii ya watu wa Saudi Arabia. Iwapo unajua mwanadada ambaye ako Saudi Arabia na ameendelea, amekaa pale miaka mingi na anaendelea na maisha mazuri, tafadhali tu connect kesho, tumuinvite kwa show atuambie yeye alitumia mbinu ipi kujiendeleza akiwa Saudi Arabia. Natumai hiyo itatusaidia hapa sisi hapa kesho. Haya. Geti hapo tuko sawa? Tuko sawa hapo. Asante. Haya. Sijui nani mwingine akona swali hapa. Mishi anasema akona ngoja kwanza. Kuna huyu anajiita Kisi Hots. Huyu ni nani huyu? Okay. Sijui kama akona swali. Tu wafupi tafadhali swali. Mishi nakuona. Okay. Mimi sina swali, ni vile tu nilikuwa nataka kuhadi, yani komentera. Haya, hiyo wacha tukutane kesho. Nikubalie, hiyo tukutane kesho. Kesho kwa show. Kaa hapo kesho kuna ya kuongeza ya advice na kila kitu. Asante. Hapa nataka swali tu kwa sababu mwana wa Mary anataka kuondoka studioni. Mishi, swali tu pekee. Swali tafadhali. Yes. Nimerudi tena. Mwana wa Mary, mimi nilikuwa nauliza
mbona most tukiwa wagonjwa wanakupeleka hospitali, hata si hospitali, ni chemist, alafu unapimwa, unafanyiwa kila kitu but haupewi majibu. Mkishafika kwa nyumba unapewa zile Panadol. Panadol tu ndio wanakupea, hakuna dawa ingine. Mbona wanatupea hizo Panadols? Kwani hakuna dawa ingine yenye wanaweza tubadilishia? Na alafu mbona watupatii majibu? Hawakupei majibu kabisa, automatically hakuna majibu. Okay. Asante my brother Siemo. I see you from the background. Emmanuel Asha, ninakuona kidogo, nitawapa nafasi. Haya, Mishi tafadhali, tukue wafupi, maliza. Mwana wa Mary, mimi nilikuwa nataka unijibu hiyo. Alafu mimi niko vizuri. Mimi maisha yangu iko sawa. Kabla nitoroke nilikuwa mbaya, lakini vile nilitoroka nikaenda kwa nyumba. Sasa tufanye hivi. Basi, Mishi, you are one of the examples. Kesho tukutane kwa show. You are one of the examples we are looking for. Tomorrow tukutane kwa show saa 3. Yes. Mwana Alright. Yes. Kwa ufupi nitasema hivi ni kwamba kulingana na vile kuko system ya hapa, kwa wakati mwingi kama hauulizi maswali hauwezi jibiwa. Wakati unapelekwa kwa daktari ni wewe huwa unaulizwa unachoenda kufanyiwa. Wakati mwingi hata mimi mwenyewe nikienda hospitali ninauliza nipatieni result zangu, lakini wakikupima huwa wanakuja wanakuandikia dawa, enda chukua dawa, enda nyumbani. Inabaki kwa system. Hata ukirudi kwa hiyo hospitali watakupatia. Na most of the time hawa watu wamezoea. Unaona, kama umewahi ingia kwa gari ukatembea, kuna most chemist kuliko hata bakala, kuliko yani maduka ya kununua vitu vidogo vidogo. Unaweza kuta hapa kuna chemist, hapa kuna chemist. Wamezoea ukisema naumwa na kichwa, anaenda pale kwa chemist anasema huyu anaumwa na kichwa. Na hiyo dawa amepewa ndiye anakuletea. Unanipata? So ni wewe pengine kujieleza, alafu pia ukienda kwa daktari, because sio yeye anaendanga kuambia daktari, ni wewe unajieleza, because daktari wengi wanajua Kiingereza. Muulize, nataka kujua result, because inatumwa kwa kompyuta, unaelezewa tu. Sio rahisi wa kuprintie, hata wenyewe huwa hawaprintiwi. Sio rahisi uprintiwe kama haujauliza. Mwana wa Mary, kuna mimi niliitishwa passport size iwekwe kwa hiyo maswali nini zangu. So nilikuwa nazo passport za Kenya, nilikuwa nimepigiwa Kenya. So waliniambia kama hauna utaenda kupigwa, but nilikuwa nazo nikapeana. So after siku 3 tukarudi huko kuulizia majibu yangu, sikupewa. Nilikuwa naumwa kweli, mgongo ilikuwa kabisa siwezi ifanya kazi. Nilipiwa x-ray nikafanywa kila kitu, but majibu sijaipewa mpaka na leo, mpaka na kesho. Tulirudi kwa nyumba, dawa zenye nilipewa ni zenye ziko kwa ndani ya nyumba. Mimi sijui hiyo hospitali ni ya brother Bwana, sijui ni hospitali ya wapi. Si kuona wakipewa dawa kutoka huko. Nilijaribu wanipea dawa, walinipima kila kitu, but sikupewa majibu, sikupewa dawa. Nilikuja kupewa zenye ziko kwa nyumba. Mbona wanatubeba aje kwani? Ni wewe uko na wao. Hao ni wewe uko na wao. So ninaomba tu hivi ya kwamba wakati mwingine acheni mambo mengine tu deal nayo. Nimependa courage yako ya kwanza. Try to apply. Kama unaendelea na yale maumivu, unajua kuna vitu zingine unaweza umwa na mgongo na nikumbe haujapata kupumzika kwa kutosha. Unanipata? Unaweza kuwa haujapumzika vya kutosha. Kwa hivyo hawakupata kichochote, lakini pia ukiinsist, I wanna know my health, watakupeleka. Mimi naona uko na matajiri wazuri. Usitafute sababu zozote, uko na jibu la maswali yako kwangu. Okay. Mimi niko sawa. Ni vile nikikuwa mgonjwa hawapendi nikuwe mgonjwa, wananiambia kuja tuende. Haya, hao wanakupenda. Tukutane kesho kwa show. Tueleze unafanyaje. Bye, good night. Asante. Haya. Nikubalie nilete
Osiemo Emmanuel Asha na kuleta pia Claire Muteli, see you are in darkness, I cannot see you clearly, so I don't know. Haya, asante sana kaka kwa kunileta na asante sana Mwana kwa kazi unayoifanya hapo Saudia. Mimi ni mkaaji wa hapa Marekani, hata ingawa ninashughulikia sana haswa kuangalia maslahi ya watu ambao huko Saudia sana kwa magrupu mbalimbali. Sasa swali langu ni hili. Kwa umakini wengi wameuliza maswali. Sasa wewe kwa maono wako ni nini kinachohitajika kufanyika? Aswa kila mtu ameuliza, sitaki kurudia. Ni nini kinachohitajika kufanyika kwa hawa maagents, kwa madada zetu na kwa wale wafanyikazi na kwa serikali? Hizo sehemu nne. Na sisi binafsi ama hao binafsi wanaoendelea huko ni nini aswa kwa hizo 5 categories? What is needed to be done so that we can have at least a good work relationship with our employees? Okay. Asante sana kwa swali lako, na nafikiria kwa swali hili litakuwa linatia tamati ya live yetu ya leo. Tafadhali, kuna mtu hapo kwa kelele, sijui kama ni mimi ama so ningependa kwanza, kabla sijaanza kujibu swali, ni kusema kwamba kila kitu, kama unajua kwamba unafaidika na hii live, I do tell people ya kwamba be supportive. Tuache kukuwa na 100,000 viewers na M-Pesa iko na 10,000. So you try to support, just support it, and then tunapenda kusupport. Niliambia Wakenya wanapenda maiti kuliko mtu aliye hai. So I do tell them that. Tunapenda shida kuliko watu walio hai. So mimi nitasema hivi, nitapatiana mfano na nitaupatiana kulingana na historia yangu kidogo, nikijibu maswali yako kama utaweza kunielewa. Number 1, nilikuja huku 2015 in Saudi Arabia. Let me talk about Saudi Arabia. Na wakati nimeanza kusaidia mtu wa kwanza, it was around December 2015. Na nikaanza kujifunza mambo ambayo yanaendelea. Sehemu ya kwanza, serikali ilikuja ikafunga watu kuja na ikatengeneza mikataba. Kitu ambacho kinafaa kufanyika kwa serikali kwanza ni kuangalia wafanyakazi wanaotumwa kufanya kazi katika nchi za ugeni, zaidi wa ubalozi. Wale watu ambao wanatumwa wawe na utu wa ubinadamu. Utu wa ubinadamu, siogopi kusema. Wawe na utu wa ubinadamu. Kwa maana serikali imetengeneza katiba na wana uwezo, maana sisi tunaona yanayotendeka kwa watu wengine. Wana uwezo wa kuyalainisha mambo kama tu watafanya kazi iliyowaleta kuifanya. Kwa hivyo upande wa serikali, kulingana na mkataba walioweka, ubalozi una uwezo wa kurekebisha mambo na kuyanyosha kwa njia inayofaa. Maana wana uwezo wa kuifungia agents kutoleta mtu huku. Wana uwezo wa kumwandikia mtu barua na amwachilie msichana. Kwa hivyo kama watafanya tu yanayohitajika kufanywa, hatutakuwa na haya malalamishi mengi ambayo tuko nayo. Hiyo nimemaliza upande wa serikali. Upande wetu sisi kama Wakenya, mimi kuna kitu kimoja ambacho nilikiangalia, na kwanza nilikiangalia upande wa shida, na pili nikaangalia upande wa kuondoka hapa. Nilisema ya kwamba Wakenya walioko Saudi Arabia ni zaidi ya 10,000. Kama sisi wote tutashikamana pamoja kwa sauti moja, ama watu 6,000 wameshikana pamoja kwa sauti moja, matatizo yetu yatakuwa rahisi kusuluhishwa. Maana sauti yetu pia itakuwa inasikizwa. Mfano, mtu amekuja hapa kufanya kazi,
amegonjeka, akakuwa kwa wheelchair, sisi kama familia ya Wakenya ambao tumeungana pamoja in that channel, tutatoa hela za kumsaidia kwenda matibabu nyumbani. Hatutaki kuongea mabaya ya Saudia, maana sisi tunapata riziki huko, lakini yale machache yanayofanyika madogo yanasababisha kuonekane ubaya zaidi, lakini sio vile ilivyo. Ni sisi wenyewe tumekuwa vichwa ngumu, hatutaki kushirikiana. Kwa hivyo tukiweza kushirikiana, na ndivyo mimi ninasema hivi ya kwamba I'm working to the proposal at the moment. Niliwahi andikia ubalozi uliopita, they never approved that proposal. Now I'm rewriting another proposal whereby sitaogopa kuitaka kuipeleka, lakini kinachotaka ni kwamba I want the embassy, kama itaniruhusu, I open a global connection ambayo itashughulikia uhusiano wakati ya mfanyakazi na employer. Kwa ufupi tu nitasema ya kwamba kila msichana ambaye anatoka Kenya should register with us kama angali ako Kenya. Now as you land here, tutakuwa na ofisi Kenya whereby utasurrender your contract in that office. Na ofisi, mtu akifika hapa hataruhusiwa kuchukuliwa na tajiri kutoka airport, atachukuliwa na agent, and our volunteer team itaenda kukutana na huyo mtu ili iweze kujua ya kwamba unapelekwa Tabuk, unaenda kwa nani. Utafill form ambayo sisi kama volunteers tutabaki nayo, na form moja itapelekwa kwa ubalozi whereby ubalozi utajua uliingia na upo. So sisi tutakuwa na mawasiliano na wewe, haki zako kuambia tajiri, hakikisha huyu mtu ako na simu, chakula chenye huwa anakula ni kama hiki, hivi ndivyo huwa kunaenda, and then tutasema ya kwamba we can be able. So saa hii tunafanya kwamba if you join us, tutakusaidia wakati wewe ni mgonjwa, tutakupeleka hospitali kama haujapelekwa. Ukienda Kenya tutakupatia 150,000 kama umekaa na sisi zaidi ya mwaka mmoja. Everybody will contribute for you uende nyumbani. Unanipata? But Kenyans tumekuwa vichwa ngumu. Ndio sababu tunajitokeza wakati tuna tatizo peke yake. That is where we come out. That is where we cry on social media. That is where we post. But the time we are saying, let's join together. Wakati tunasema hii live, mfano, support this live. Unasema, msikuje live juu mnataka pesa yetu. Lakini wakati tatizo limetokea, you come here live to say, shida ipo. So we hold the solution. Sisi wenyewe, tuna hold solution because we need to have our own insurance ambayo haihusiki na embassy, haihusiki na agency, inahusika na sisi wenyewe ambao tunapitia hayo matatizo. And that is what I'm working on, and that is why they are fighting me, because if they are responsible to do what they are supposed to do, hatuwezi kuwa tunalia. Kitu cha mwisho ni kwamba sisi wenyewe tunafitina juu ya wengine. Zaidi mwenye alipata kazi ikawa nzuri na mwenye alipata kazi ikakosa kuwa nzuri. So unakuta Mwana ni kuja hapa niambia kwamba mfano mwili wa Sabina haujaenda, tafadhali jaribuni vile mtaupeleka. Unasikia mtu anakuja kusema sio kazi yako, fanya kilichokuleta. Sasa ni nani ataongea kuhusu huyo? Tuendelee kuhangaika? Sasa hayo ndio maswali ambayo mimi huwa ninauliza, ndio sababu ninafika mahali ninakuwa ninachukiwa. Number 3, uhusiano wa agents. Agents, let them be responsible. Responsible whereby you can follow up the case kama imetokea before ifikie kwa ubalozi. Follow up to your capacity. Na watu pia wajue ya kwamba wanapotoka Kenya, ukilanda hapa, kuna mtu amekuleta hapa hata yeye hajawahi panda ndege. Hajawahi panda ndege. Na pia tujaribu kutafuta watu pia wenye wako na elimu kiasi. Tutafute watu ambao wanakuja huku pia wenye wako na elimu
ya kuelewa. So mimi shida yenye iko kubwa sana ambayo inawapata wasichana wetu ni ile relation ya between the employer and the employee. Hiyo ndio shida kubwa sana, ya kwamba haki za employer yeye anazijua mwenyewe, na kwa sababu ni mdosi hakuna mwenye atamuuliza swali. Amejua weakness ya wale ambao wameletwa huku ambao wanafaa kunishughulikia hii shida, ambao pengine ni ubalozi. Kwa hivyo kama weakness, wameelewa weakness ya ubalozi wetu, kama ubalozi unaweza shikisha Mwana wa Mary. Kwa hivyo sijakuambia kwamba kuna watu wengine wawili wako ndani na walishikishwa na ubalozi, wawili, na wanapatiana msaada kama vile mimi ninapatiana. Abrahamani na Timothy wanapatiana msaada vile mimi ninapatiana, lakini wanaitiwa polisi na ubalozi ambao umeleta kuwahudumia. So you see ya kwamba wale askari na wale wa Saudi wanaelewa weakness ya ubalozi wetu, ya kwamba they cannot support and stand for their own. So kama ni serikali ingekutetea, imekushitaki, je, ni wapi utakimbilia? So that relation, that is what I'm saying now, and I will not stop to fight for it. Sijui kama nimeyajibu yote. Kama nimesahau kitu nikumbushe hapo nikumalizie. Umeyajibu vile nilivyotarajia, kana kwamba umesema kitu aswa, kitu ya muhimu sana ni utu sisi wenyewe na uhusiano kati ya sisi na wale tunaowafanyia kazi, na pia umeguzia kuhusu serikali na agents, na hivyo ndivyo inafaa kuwa. Lakini sasa kama vile hawafanyi, nikidhani hiyo proposal yako ukiandika mzuri, uitume huko kwa parliament na ifuatiliwe kabisa, alafu hiyo ofisi ifunguliwe, nikidhani hayo makosa yote tunayoyasikia, manake kila mahali tunapofanya kazi kuna kuweko na ule utakuwa na good working conditions which are very there too as well. Even us here where we work, it doesn't mean we are given everything. We're not given everything. Sometimes when we started working in a corporations or whatever, you are not supposed to go. Zingine uingie na simu, zingine unaingia na simu, zingine ukiingia na simu kuna wakati wa kuongea. So these conditions are there, but we have to know how to live with them. So long as our minimal freedom is already given, so there's some things you can also give out. So thank you so much, and I really pray for you that what you're doing, and I hope your proposal will go through, and also counters in your whole objectives as you keep on fighting for this rights. Thank you, Kakasungu. I think I'm done with those questions. One thing Thank you. Oh, okay. Mwana, nipatie dakika 5 ndio nikuondoe studio. Najua umechoka, naelewa umechoka, tafadhali, lakini nipatie dakika 5. Asha, una swali? Tafadhali na uko. Habari yako kaka Sungura, ndugu yangu Rogers? Salama. Sijui kama unanisikia vizuri. Huyu ni Emmanuel Asha, General Secretary wa Atlas Movement Kisii, kama unakumbuka vizuri. Ya Mwana wa Mary, habari yako? Salama. Huyu ni Emmanuel. Nadhani umesikia mambo yangu kidogo kidogo kutoka kwa mke wangu Faith. Sijui kama umesikia. Naweza nikienda. So okay, mimi lawama yangu iko kwa vitu mbili. Jambo la kwanza, sisi wa Kenya, unajua kama hatuwezi shikana mkono, hakuna vile tutatoboa kwa janga kama hili. Unaelewa? Jambo la pili, tuko na shida kubwa sana kwa Embassies. Sijui wanapatiwaga nini ndio wanatusaliti, hawana haja na sisi, hawaelewi shida zetu, unaona? Kwa hivyo kazi yenye ambayo Mwana wa Mary umembaki ni kazi ngumu sana, lakini ninajua ukishirikiana na pamoja na sisi, tukikuombea, ukiomba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, utaweza kumaliza hiyo kazi kwa salama, unaona? Haswa mimi issue yangu ilikuwa nimefika hapa January. Nimekaa huko kidogo miezi 8-9 hivi. Wajua sijawahi lipwa, nimelipwa miezi kama 2-3 hivi. Na tumesumbuana sana na huyu jamaa sana. Kama unakumbuka Mwana wa Mary, uliambiwa story yangu. So tumesumbuana sana na huyu jamaa, unamwambia nataka mshahara, wajua mambo ya kwangu nyumbani bla bla bla. Yeye sasa mwenyewe
ni kama hana nguvu ya kupatia pesa, na si eti pesa amekosa, unaona. Mpaka mimi mwenyewe nimepigia simu majents wa Kenya, nimepigia simu ofisi ya huko, wanasema sijui subiri tutampigia simu, mara kidogo kidogo akampigia simu, mara yeye mwenyewe anasema sijui anataka sijui passport, anataka license, sijui nini. Mimi mwenyewe nikamwambia hizo vitu mimi sina, kwa sababu unajua hujanilipa, wewe nipatie mshahara wangu, vitu zako nitakupatia, alafu mimi unanibukia vitu zako kwangu, mimi naenda Kenya, kwa sababu si kuja hapa kusumbuana na wewe, unaelewa? Kwa hivyo nimejaribu sana kadri ya uwezo wangu, mpaka nilipigia, kuna jamaa hapo Embassy nilijaribu kumpigia simu, kujaribu kumueleza pia yeye. Ni kama watu wana masuala fulani fiche sana yenye sisi wenyewe hatujaelewa, unaona. So Mwana, tunakuombea sana, especially mimi nakuombea sana. Wanadada wetu huko wanateseka, at much as sisi wanaume tuna shida kidogo kidogo, ni normal. Sisi wanaume tunaweza jua vile tunashughulika kidogo, ila wanadada wetu ndo hawana semi, yani hawana voice of speaking, unaona. Yeah, so yani swala kama langu limeniletea taabu sana. Unajua paka sometimes unashangaa kuna majukumu mengi sana unafaa kufanya kama mwanaume, kwa sababu watu kama sisi tuna familia, tuna mwanamke macha zako, na sisi hapa tuna watoto, unaelewa. Mpaka imetulazimu, tumetoka kwa contract, tumefikiria kutoka kazi nyingine kwingine tena, hata kama ni kurisk. Emmanuel, imebidi Emmanuel, imagine we are 38 minutes late na tuko hapa kwa sababu watu walikuwa wengi. Nataka uulize swali kesho. Ulize swali alafu kesho tutakuwa hapa kwa show kama hii. So kitu nilikuwa nataka si swali specifically, nilikuwa nataka kuambia Mwana Mary, issues kama hizi zikiweza tokelezea kwa wanaume, pia tafuta njia yenye mnaweza wasaidia at least. Na hiyo ukiandika kwa proposal, andika pia kwa proposal, jaribu kuisukuma, tutakuombea and all will be fine. Asante. Thank you so much. The very last one. Asante sana. The very last one. Yes, Mary Kerubo, kuna swali? Niko na swali. Kwanza wacha nichukue wakati niwasalimia mchambo. Hatujambo. Nimeshukuru sana Mwana na kusikianga, lakini leo nimekuona live. Wacha Mungu asidi kukubariki, usidi kusaidia wanadada. Swali langu ilikuwa ni wakati tunamaliza contract, hatufai kulipwa? Wakati umemaliza contract unaenda nyumbani, hufai kulipwa anything? Ukweli ulioko ni kwamba ninarudia kujibu hili kwa kitu kimoja, ni kwamba hakuna mtu huwa analipwa. Hakuna mtu huwa analipwa. Hiyo tu ndio jibu ambalo nitapatiana, because hata kama utadai kulipwa, hakuna mwenye atafuatilia ulipwe. Kwa hivyo hakuna kulipwa, kwa sababu inafaa ukimaliza contract either upewe pesa za miezi miwili za mshahara ambao unaufanyia. Lakini hakuna huwa unaambiwa nimekulipia ticket, nimekufanyia hivi, halasi. Kwa hivyo hakuna vile utadai, kwa hivyo hizo haki hazifuatiliwi. Thank you. Hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Na Kasuku, ningekuomba kama Mwana anaweza kutupatia namba yake, ingarao kuna wenye watajua vile wanaitumia, ingarao kuna wenye wataitumia vile, lakini tafadhali ungetupea namba yako. Do you have a public number? Yeah? Do you have a public number yenye unaweza patia umati ama any phone number for the public? Yeah, niko na namba yenye kwa public, lakini sasa shida ni kwamba nimepokea madala. You know, I received 300 messages. Na zote ukiangalia mtu ametuma audio. Mtu ametuma audio 6 na moja imetumwa na 10 minutes, nyingine imetumwa na 15 minutes. Sasa mtu anaanza kulalama, Mwana asomangi hizo messages. So I prefer most of the people to follow. Hiyo nilikuwa nimerequest, nikajua kuna wenye wanaitumia vizuri na kuna wenye wanaweza kuitumia vibaya, lakini ile majority of people follow me on Facebook. Vile anaitumia, tafadhali. Follow me on my Facebook on Mwana Mary. I have opened a new page. You can follow me on that page and follow me in box, or you can follow me on Mwana Mary Junior on Facebook, my Facebook account, and you follow because ishaja what 5,000.
you follow. Then if you inbox me on Facebook Messenger, huwa ninajibu haraka because it's very easy for me. Then namba yangu ya simu ni 059, or kama unataka kuiandika 059 7393087. 0597393087. Or kama unaandika kutoka Kenya ni +96659739387. Hiyo ndio namba yangu officially yenye huwa ninatumia, na you can inbox me, you can call me on email, lakini nikikata tafadhali pia jua niko kazini, na piga ukitaka kuuliza kitu ambacho ni cha umuhimu. Jambo la mwisho nitakaloweza kusema kabla hujanikaribisha nimalize ni kwamba dada zetu, ni kwamba si wote ambao wanahangaika, lakini tumetaka sisi wote tushikamane pamoja. That is the message I have, that tomorrow kama sitakuwa, haki za kila mtu zitaweza kufuatiliwa. Wengine wanakulwa pesa hata na familia Kenya. Unaenda ukiwa masikini vile ulitoka. Kwa hivyo tunawaleta wote pamoja ili tuweze kuona ya kwamba hata kama hautapewa hiyo malipo ya uzeeni ya kumaliza contract, lakini ukiondoka kama tumeshikana pamoja na haukupatwa na shida, ama ulipatwa na shida na muda wako wa kwenda nyumbani umefika, sisi tutatoa kitu kidogo. 100,000 si pesa kidogo, utaanza nayo maisha. Na hiyo ndio ninaambia wa Kenya, join volunteer group, ndio mimi huwa ninaiongoza, ya kwamba I need a backup. When I write a proposal, itataka majina ya kuhusisha Mkenya aliye kwa contract na Mkenya asiyekuwa kwa contract. Na ugumu wetu wa mioyo ndio unafanya shida ndio zinatuondoa. Huko kwetu kwa tunasema mufisa maluale maliroka mugula, yani ukificha magonjwa kilio kitakutambua, kitakutoa pahali ulikuwa umepotelea. So sijui, na I will ask each and every person kwamba this have been a big platform for now, na pia mimi huwa niko na live zangu, na you are free to invite me. Kuna mtu anaitwa Castas Kalista, he called me and she talked to me about having this live today. And then Kaka Sungura, you're free to talk to me and tell me that if you need me in another discussion, in another section, or if we set up a day that okay, hii siku kutakuwa na mimi tukijadiliana mambo ambayo yanatuhusisha, tutakuwa tunakuja tunapata hiyo nafasi ya kuongea na kuweza kusaidiana. Today we have been handling problems. Pia kuna sehemu nzuri ya mambo ambayo people can do and people can work together. That I emphasize to each and every person ya kwamba badala ya kutafutana wakati umepotea, jaribu sana tushikamane pamoja na tuweze kufanya pamoja. Kitu kinasumbua wa Kenya ni kwamba ana value pesa sana kwa maisha yake kuliko kitu chochote. Sasa tunasema this Kisii Hot Live TV imetupa platform ya kuongea. I'll urge you kindly support it and I repeat, support it. Namba imewekwa hapo 0700169444. Support, tuma kitu. When people, watu wakiamua kutuma pesa, let me tell you something. I contributed 400,000 within a week ya kupeleka mili Kenya. 400,000 Kenya shillings within a week. So if they decide they can support this TV and we get a good platform to express what we are going through, they can do it. People who are in Gulf and people wenye wako na wifi, kila mtu akiamua kutuma 1,000, we will. Sijui kama kuna kitu kingine ungeweza kusema. Sawa. Haya, kidogo tu mheshimiwa anakuhitaji ndio uondoke. Kidogo tu mheshimiwa, ukue brief tafadhali, ninaomba. Asante. Hata nimeshukuru umenionea, Okay, Mwana wa Mary, kuna swali nataka kukuuliza.
na usiwe na uoga kunielezea. Kuna changamoto ambayo nimesikia mara kwa mara. Kuna mmoja wetu katika embassy anaitwa Chuma. Utaweza kunielezea, usiwe na uoga, utaweza kunielezea juu ya Chuma kidogo? Kwa maana kila wakati nasikia Chuma ndio kisingiti katika maisha ya watoto wetu, hasa wale wako Saudi Arabia, Warabuni. Hebu jaribu kidogo tu, usiwe na uoga. The only thing I'll have to say is that mambo ambayo nitasema ni kwamba my life, yani sijui ya kesho kwangu. Let me be honest with you. Sijui ya kesho. You can talk to me today, tomorrow I may not be here. That is only what I say, because the team that we worked together last time, there are people who are in the deportation center, they did nothing. And we cannot assess them, that we cannot do anything to them. Juma Itale Batache. Can we do this? Please allow me. Mwana wa Mary, can you look for Mheshimiwa and then you have this discussion privately? Sure, sounds good. Yeah, thank you. Please. Thank you. It's very, very dangerous to me. Yes. It's very, very dangerous to me because... I appreciate. Yeah. Inbox. Thank you. Okay. Lastly, Ronald, please, I give you 1 minute. Tafadhali. Before nileta chair lady afunge. Unmute your mic, Ronald. Ronald, unmute your mic, please. Unmute your mic, Ronald. Your mic is muted. Okay, you're good to go. Okay. Mnanipata? Yeah. Thank you Mwana wa style, nimekuona. Yeah, hiyo kazi unafanya, Mungu tu atakulipa, usijali. Hata hao wenye wamekuwa successful in politics ama nini, ma president, kila mtu alipitianga magumu ndio akakuwa on top. Now mimi ni ile kitu nilikuwa, kuna swali imeulizwa kuhusu malipo ya uzeeni. Malipo ya uzeeni, that one depends on the company. Okay, it is always supposed to be company that is supposed to pay you your final dues. In normal cases, domestic workers, the only contract they have is to work, and after work you go home. So maneno ya kungojea maneno ya kungojea final dues, hiyo mtu asahau. But kampuni kisheria, kampuni imepewa jukumu ama ruhusa ya kulipa mtu final dues hata kama ni $1 akimaliza job. So mtu akipata uajilio, akipata job, anafaa kufuatilia kujua kama kuna hizo benefits, na kama haziko pia asiulize, sababu the more utauliza hii dunia ya sasa, the more unataka kutetea haki yako, ndio the more utaumia, unless kama uko persistent na very persevering. So in this world, kama umeambiwa hakuna malipo ya uzeeni, either uamue ufanye kazi ama uwache. Sababu the more utaanza kujifanya unaelewa, basi utaambiwa kuna mwingine anataka kazi na hataki malipo ya uzeeni. So malipo ya uzeeni inakuanga two companies. The companies are the only ones which are wamepewa hiyo jukumu kisheria kulipa mtu final dues, but not all companies. Especially if you are a laborer also, is not very easy. Yeah, so mwenye ameuliza, I think nimemjibu. Na ile kitu naweza sema before sana tufunge, wasichana tafadhali, tabia vile wengi wamesema, angalia tabia ukiwa kwa employer wako. You must be responsible of your own behavior. The relationship between you and the employer depends on how you behave. Kama utapeleka mapepe zako pale,
ati sasa unaanza kusumbua Mwana wa Mary. Mwana wa Mary hakuna kitu cha kusaidia, maybe ni kusaidia kukuelekeza utoke Saudi ufike Kenya. You see, alafu unaanza kusema serikali saidia, serikali, na ni wewe you are the cause. At agency nini, agency embassy. Okay, wacha tu nisiongee mengi juu wengi wameongea. Nashukuru sana. Thank you. We'll be here advising. Kesho tuko na show ingine. But for now, Mwana, you hold on kidogo. Niite Kalista. She wants to say something before I give you 1 minute. You give your final remarks and leave the stage. Unanipata? Yes, tunakupata vizuri. Ronald, Mwana wa Mary, kaka Sungura, good evening. Good evening. Good evening. Mine is just to say thank you so much, Mwana wa Mary. At least nilikufikia na ulikubali wito wangu, and at the moment umesaidia wengi. As I was going through the comments, wengi umejibu maswali yao. I really thank you. I appreciate your coming. Na isi wati utaenda, si ati ungoja tukuite, no, just come, feel free, say hi to us. Hata salamu ni muhimu, lakini nashukuru sana. It was abrupt, but ulikubali wito wangu. Thank you so much, and may God bless you for the work you are doing. May God bless you. We are with you kwa maombi, advice, everything. Tuko pamoja. I wish you all the best. May we meet tomorrow, guys. You are praying for us. Yeah. Just relax. You are praying for us. You are praying for us. Mwana, your final remarks, please. First of all, I want to thank Kalista for giving me opportunity to come and talk to you guys. Kaka Sungura, we have not ever met, and Ronald, thanks. You have a lot of knowledge. Yes. And tafadhali tupata muda kwamba tufundishe watu haki zetu, na ni jambo langu la mwisho nataka kusema ni kwamba if you are in the opposition, you try to fight the government until they do what is right. Either wanakuambia wametengeneza hospitali, unawaambia barabara ya kwenda kwa hiyo hospitali haiko sawa. That is opposition. Yani, they keep the government on toes for the government to implement their agenda. So mimi kidogo ninasimamia haki za mtu ambaye anadhulumiwa. Ingawaje siangalii sana ya kwamba inafaa kuwa ni mmoja tu peke yake ambaye anafaa kuzishughulikia. Lakini you cannot convince me. Hauwezi. And I think that is why I don't agree maybe with the Kenya Embassy. You cannot tell me to keep quiet when I know you have a solution. If you can write a letter to the police to arrest Mwana Mary, and the police waheshimu hiyo barua yako, they can respect your letter kumtoa mtu kwa nyumba. Unanipata? So I want to tell somebody ya kwamba sisi wote tuko na views tofauti katika mambo ambayo tutayafanya. Lakini mimi sitakubaliana na mtu kuteswa na kutosaidiwa. No matter how mtanizungusha, mnipeleke wapi, I know that any problem in this planet of Earth iko na suluhisho kama tu umeamua kuifuatilia. So kama sitaweza kukubeba utoke huko, nitapiga kelele dunia nzima ijue kuna mtu alikufa Saudia hajapelekwa nyumbani, kuna mtu ni mgonjwa hajafanyiwa nini. That one I will speak out. I will not pretend as if everything is okay when there is nothing that is okay. So sitaamini tu kila kitu ambacho
akisema, lakini katika ukweli mimi kama mwana wa Mary nitakubaliana na ukweli uliopo. Nitawaomba dada zetu ya kwamba kiongozi bila wafuasi ni debe tupu. So I have like 180 members in the team that nina build up. If you believe that Mwana wa Mary is a leader and he helps, be part of this solution. Hauingii kwa kikundi ili usaidiwe, hapana, lakini unaweza kuwa msaada kwa mtu mwingine. Na hiyo ndio nitaambia Wakenya walioko Saudi Arabia, shida ni sisi tunaipata, na sisi ndio suluhisho ya hiyo shida kama tunashikana pamoja, because embassy pia ikiambiwa unataka kwenda nyumbani, wanakuuliza ndege saini 2,000, utalipa? Una. So try to join others so that shida kama hiyo ikitokea kuna suluhisho. Back to the parents who can listen to me. And let me say to Kisii people, and I have met, nimecontributia 2 Kisiis ambao wameaga dunia hapa, na nimesaidia, I have other members who are Kisii in my group. Let me talk to Kisii family. I met a lady mwenye anajua lugha 2 peke yake, Kikisii na Kiswahili. Na ametolewa Kenya kuja kufanya kazi Saudi Arabia. Ninaomba ya kwamba wakati pia unamrelease mtoto wako kuja kufanya kazi Saudi Arabia, jaribu vile utaweza, uweze kujua kama anaweza pia kusoma na kuandika, hata kama ni kidato cha 8 amepita na akasoma, na at least ataelewa kuandika na kujua kinachoendelea, kwa sababu hapa kuna barrier language, na ni vigumu sana vile utaelewana na mtu hata kama wewe mwenyewe hujui Kiingereza. Kuna mmoja anaweza kuwa huko anaelewa akakuelewa, lakini hujui Kiingereza, unajua Kikisii na Kiswahili. So let's join hands together. Na si wao tu, nimetumia huo kama mfano. Umoja wetu ni nguvu zetu. Ni ukweli. Umoja wetu. Uko group ya WhatsApp ama ni group ya Facebook? Hapana, is an WhatsApp group. You have to register. Actually, you have to register with 1,000 Kenya shillings. Si vya bure, because mimi nilikaa chini nikaona Wakenya wanapenda vya bure. Send me the link to my inbox. I cannot send you the link. You are added only as once you are registered. No, send me the number. Send me the number. The registration number. So you're gonna follow me. Nitakutumia rules and regulations. Then if you decide to join, you join. We need people with bright educations. Tunafanya kila kitu, by the way. Tutakuwa kila mahali. Tutaset everything. Pole. We are starting from scratch, but mimi ninajua hata embassy tatu accept. Na tutafanya kazi pamoja. Embassy tunahitaji tu uhusiano. Mnashughulikia Saudi Arabia peke yake? No, tuna extend, lakini sasa tunataka tukipata watu, we are getting people from Gulf. Yes. Lakini mwaka huu ndio tumeruhusu watu kuingia kutoka nchi zingine. Lakini wakati unaambia mtu kujoin, anakuambia watu wakiingia 2,000 anapiga hesabu ya pesa, lakini haangalii shida ambayo anaweza ipata ama suluhisho ya shida ambayo kitu ambacho tunakifanya. No, me I'm just joining as a source of money. Hiyo ni private yako na Mwana wa Mary. Last word I would say, support this TV. Kenyans, wherever you are, if you can listen to my voice, hii kitu tumeileta ya Kiswahili, maana wengi wetu tunaelewa hiyo lugha.
tafadhali, wherever you are, support this TV. Mimi hicho nitakuomba, mimi kama Mwana wa Mary, support this TV with anything you have. And if you are in Gulf, tafadhali don't send less than 1,000 Kenya shillings. And you will support this, na itakuja kutusaidia, na itakuja kupanuka na kuwa kubwa zaidi. Lakini kama mnataka vya bure, mkitaka ya kwamba miracles zifanyike, niliwaambia, if you need miracles, tutakuwa tunawapata kwa majeneza. If you need miracles, tutakuwa tunawapata tumeanguka, tumetupwa nje. You go live, we have no details. Simu ikipotea, hatukupati, iliisha hivyo. So, platform ndio hii ambayo itakufundisha, support ikue. Usianze kusema wanaweka hapo namba kwani wako na shida. Tunachukua muda na pia watu wanachukua nafasi. Mungu amani awabariki, Mungu amani watende. I'm humble, Bwana watende mema, na najua Mungu ni mwaminifu. Asanteni sana. Asante sana kaka Sungura. Asante, asante Kalista kwa kunialika. Asante. Please, final prayer so that we close. So ready 12. Okay, let's pray. Father in heaven, we thank you, we glorify your name, Lord. We are humble before you, Father, because you have given us enough time. We've discussed a lot, and as we depart to sleep, may you be with us. Protect each and everyone till we meet the next day. Be with us now and forever. For this is my humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. I have a request. Guys, if you watch the show now, kushare tafadhali, you're doing a crime. Kama uliwatch show na hujashare, enda kwa page ya Kisi Hot TV Facebook, make sure you click the share button. Kama umewatch TV YouTube na hujasubscribe, tafadhali you are doing a crime. Kama uliwatch Facebook, enda YouTube, tafuta Kisi Hot TV, subscribe and share with your colleague. We grow together. Also, you had a final remark. No. I was just wishing everyone a good night. Mwana wa Mary. Okay. Wakati mtumeomba ng'ombe na kwanza mwisho. Good night. Tukutane kesho saa 3. Thank you so much guys. Good night.